Mimi vile nimesimama hapa, let's assume mimi ndio mchungaji, mshirika amekuja amepiga magoti mbele yangu. Kwa hivyo yeye ameniface mimi. Kwa hivyo sisi wengine ambao tunamuombea tuko nyuma yake. So sisi tunamuona mgongo na kisogo. So hiyo operation yote inaendelea behind her back or his back. Umeona hiyo picha? So wakati hiyo simu atapiga immediately arudishe tu hapo chini na anaharakishwa, kwa sababu hiyo spirit inafanyanga kazi hivyo, ni kufanyishwa vitu mbio mbio ndio mtu asikuwe na time ya kufikiria. Ya kufikiria kunaweza kuwa na mtu ananiangalia. Yes, that's the point. Immediately ameambiwa, amemaliza tu kupigia huyo mfanyikazi, weka simu, funga macho, weka mikono juu kwa haraka haraka. Huyo mtu hata ni simu ataeka kwa bag kwa haraka na pengine hatafunga bag. Na hapo ndio ile simu maana leo ameshika password. Watachukua the same phone na watafungua hiyo password na wataingia wajui information ya mtu, kama mzee wake alimtumia pesa, ama zile message ziko kwa WhatsApp, zile message ziko kwa inbox, na hizo information ambazo watazipata ndio wale wengine wanachukua simu nyingine wanapiga hiyo simu picha. Unasikia napigwa picha, ama mtu anachukua kalamu anaandika vitu za maana sana yenye inaweza convince huyu mshirika. Akiambiwa kwa mfano kuna mtu pengine alimtumia message akimwambia mama fulani siku ya chama ni siku fulani, zile pesa za chama utume kwa mfano. Sasa watacapitalize kwa hizo information. Utasikia Michael Njoroge anasema, na hata wakati tunaomba kuna chama ninaiona na hii chama mmeshikana watu kadhaa, na huyo mama utasikia anasema ni kweli mtu wa Mungu, kuna chama tuko nayo, na anamwambia kwa hii chama kuna pesa naona unatarajia wakati fulani, na hizi pesa wakati utazipokea ulete zile fedha kwa madhabahu. Kwa hivyo anajaribu kucapitalize kwa zile informations zenye amepatapata kwa ile simu na kuconvince huyu mama ya kwamba ameona. Another relevant example, kuna mama fulani alikuwa na document nyingi sana pale kwa bag, na baadhi ya hizi document ilikuwa na kadi za hospitali. So walipopata information through the same means, wakaingia kwa Google na kuangalia ilikuwa hospitali gani, hiyo hospitali iko mahali fulani, wakajua details. So kwa ibada unasikia huyo jamaa huyo nabii wa uongo Michael Njoroge anageuza hiyo information, sababu anataka kuweka hizi vitu sasa kwa mitandao ya kijamii, kwa radio na ma-TV. Utasikia namwambia hata wewe mama umeketi pale, hebu simama wakati tunaomba, na atazungumza kwa lugha, wale wanajua from religion zako speaking in tongues. Atazungumza kwa lugha fulani na usikia anasema hata wewe mama ambaye umeketi pale umevalia nguo ya blue, hebu simama. Ni mara kwa ngapi kuwa hapa? Ni mara ya kwanza. Wewe ni mgeni kabisa. Umewahi kuja hapa? Sijawahi kuja. Tumewahi ongea? Tujai ongea. Sasa hizi hata vile tunaongea na wewe, ninaona unatoka kwako nyumbani tarehe fulani, tarehe 25 mwezi wa 7, na ilikuwa siku ya Saturday, na unavuka barabara unaingia mahali kwa hospitali, na ninaona, na utasikia nataja tena lugha, maneno ya lugha, na utasikia anasema ninaonyeshwa katika ulimwengu wa roho jina ya hospitali fulani, sema inaitwa St. Mary's or something like that. Natajiwa jina, nimeonyeshwa jina St. Mary's. Na huyo mama mwenyewe ndiye atasema, ni kweli mtumishi wa Mungu, kuna wakati nilikuwa na shida ya macho, nikawa nimeenda St. Mary's kuchunguzwa shida ya macho inaweza kuwa ni gani. So kitu amefanya, amepata information through the information, lakini anataka kuwin imani ya watu. So hizo ni baadhi ya different scenarios ambazo sisi tulishuhudia. So wakati mmoja pia sisi na ndugu yangu tukaambiana, hapana, tutawachwa nyuma. Kwa ile ibada yetu ya maombi, tukipewa muda ya kuombea watu ama kuombesha, tutaanza sisi kutafuta information through the same procedure. Mtoto wa nyoka ni ile nyoka. Na tuingie hapo tupate the same information. Na kweli siku tulienda tukaingiza washirika vile tu ndio wanafanya, na ndio ilikuwa siku ya kwanza tulianza kutabiria watu, na hizo vitu tunawaambia ni vile tumepata zile information. Na hapo Michael Njoroge alifurahishwa sana na sisi. Mimi naitwa Musa wa Mungu, lakini majina ile nilipewa na wazazi wangu ni Moses Kimotho Nuthu. Mimi ni mzaliwa wa Trans Nzoia County. Nimezaliwa mahali panaitwa Kapenguria. Hiyo ni pande ya West Pokot. Na nimelelewa Kitale. Kuna ghetto inajulikana sana Trans Nzoia County inaitwa Tiwani. Nimelelewa hapo Tiwani, Mitume, Lesos, Matisi. Na nimezaliwa kwa boma ya watoto wa 6. Mimi na ndugu yangu tukiwa mapacha, the firstborns. Alafu kuna wale wanatufuata kutokea pale. Vivyo hivyo mimi ni mzazi na baba ya watoto 5. Precious, Rain, Goshen, Holiness, Revival, na wengine bado wanakuja. Na vivyo hivyo niliweza kupumzisha mama yangu, hiyo ni 2012. Baba yangu alipumzika, namaanisha kufa, 2002.
So kusomea nimesomea kule Kitale, shule za misingi, high school. Baadaye nikafika Nairobi kukuja kuendeleza masomo na shughuli za kutafuta. Lakini nakumbuka 2007 kuna crusade moja ilikuwa inafanyika kwetu kule Tiwani ya kanisa ambayo inaitwa Deliverance Church. Na hii Deliverance Church ni kanisa ambayo iko mahali panaitwa Kitale Town Bondeni. Inaongozwa na mtumishi wa Mungu anayejulikana kama Bishop Moses Wanyonyi na mke wake ambaye anaitwa Margaret Wanyonyi. Huko ndio tulienda katika ile crusade. Tukaona kuna vijana walikuwa wanafanya sarakasi, wanadance, wanatumbuiza watu. Tukafurahishwa na vitu ambavyo walikuwa wanafanya. Hapo ndio tuliopt kwenda kujuana na wale vijana, ndio tukaingia church. So hapo ndio sisi tulianza safari ya kujua Mungu, maana huko ndio tulianza kukuzwa kiroho baada ya kuokoka. Lakini nia yetu ilikuwa ni kujoin ile group ya dance. Na baada ya muda fulani tukawa tuna host mikutano nyingi sana kule Trans Nzoia County, kama kuleta wasanii ambao walijulikana sana kwa gospel wakati huo, kina Daddy Owen, kina Rafton, kina Juliani, yes, na wengine wengi kama hao. Na baadhi ya zile mikutano tulikuwa tuna host zilitupea kujulikana sana. Tukawa tumeanza kujenga vikundi ambazo tulikuwa tunaenda kupata kazi kwa serikali na kuleta entertainment kwa government wakati wako na zile official meetings zao na vitu vingine kama hizo za sanaa. Na kuna wakati mmoja tukiwa tunafanya zile dansi, ndio tulijuana na baadhi ya Msudanisi mmoja ambaye tulipatana naye kwa ile mikutano. Na yule Msudanisi alikuwa ni baadhi ya watu ambaye ni viongozi katika ile community ya Sudanese. Kwa hivyo wakawa wametuambia ya kwamba kuna mkutano wako nayo itakuwa Nakuru Queenset Hotel. Kwa hivyo tukaenda kwa hiyo mikutano ambayo walikuwa wametukaribisha, tukafanya ile kazi walikuwa wametuambia kufanya, ile ya kuwatumbuiza. Baadaye wakatuambia twende tumalizie Nairobi pale City Hall. Tukakuja Nairobi tukafanya ile kazi vizuri. Na ndio nilipofika Nairobi mara ya pili nika-opt sitarudi kwetu Kitale. Wacha niingie Nairobi nianzie maisha hapa. Kwa hivyo ile group ya dance ambayo tulikuwa nayo, my twin brother na wengine wakarudi nyumbani kwetu Kitale, Trans Nzoia County. Kwa hivyo mimi nikapatana na one of my cousin ambaye tulikuwa tumejuana na yeye the previous week of the same month. Kwa hivyo tulikuwa tumepanga nitakuwa namsaidia kufanya zile arrangement ya music production zake na vitu kama hizo. Kwa hivyo wakati alikuwa na rudi Nairobi kutoka Trans Nzoia County, akaniambia naishi Embakasi, nikifika Nairobi nikimaliza shughuli zangu to link up na yeye niende nimsaidie hizo kazi. Hivyo ndio vile mimi sasa niliingia Nairobi. Na nilipokaa na kazini yangu pale, kuna wakati mmoja niliona anaamka asubuhi mapema sana, anapikia watu mandazi, alafu baadaye anarudi anafanya kazi zake za usafi kwa ploti, maana alikuwa caretaker wa ile ploti ambaye alikuwa anakaa. Na ndio nikamwambia siku moja, nadhani ukiwa unamaliza kupika mandazi, kama anaweza kuwa na nafasi pia naanza kupikia watu chapati pale Embakasi Transami. Watu wanajua wanaishi hiyo maeneo, wanatujua sana. Kwa hivyo akanipea hiyo nafasi, alikuwa anaanza kupika mandazi, mimi naingia napika chapati pale. Na baada ya kushikisha hiyo kazi ya kupika chapati kwa muda, nikaona imeleta wateja wengi sana na ikawa inanishinda sana kuimanage nikiwa peke yangu sababu ya ile demand ya wateja. Na ndio nika-opt mbona nisipigie my twin brother simu akuje tusaidiane hii kazi. Sasa hapa watazamaji wetu nishakuwa na kazi, at least siwezi lala njaa hapa. Na kitu ya pili, huyu kazini yangu maana alikuwa caretaker, kuna one of the plots ambazo ilikuwa imemalizwa kujengwa na the same boss ambaye amempatia kazi. Kwa hivyo akawa ameniambia kama naweza kuwa caretaker kwa the same plot, na nikaona ni wazo nzuri, though ilikuwa imemalizwa kujengwa. But sasa hapa nimepata chakula, niko na kazi yangu kidogo na niko na mahali pa kulala. Na niko Nairobi ndugu yangu. Sasa hapo mimi nimefika sasa. Uni mwaka gani? Hapa tunaongelea the year 2011. 2011. Yes. Hapa tujaoa. Bado. Yes. Bado. Ndio nimeingia sasa Nairobi. Ndio kumaliza high school? High school hapa nimemaliza. Okay. So nikukuja Nairobi kuhustle na vitu kama hizo. So ndugu yangu nikampigia simu akaja Nairobi na tukaanza maisha. So wakati tuko pale Nairobi ndio tukaona ni vizuri tukue tunamaliza kazi hizo mapema. Zile chapati zinabaki tunaacha mtu anashikilia akiendelea kuziuza, na sisi tukaanza kutengeneza sasa group nyingine ya entertainment. Na ndio hapo hiyo group ya entertainment wale wanakumbuka pale Sarakasi Donholm. Tulikuwa huko tunafanya kazi sana wakati Edu bado alikuwa hapo. Ni miaka kidogo imeisha ya zamani. Nasema hivyo kwa sababu najua kuna watu wawili watatu wanaweza kuwa walitujua kutoka
tulikuwa tunatoka Donholm. Hii inaitwa Sarakasi Donholm. Sarakasi Donholm. Yes. Ambayo iko Ngara. Good. Yeah. Unajua vimesema mlikuwa mnakaa Doni? Tulikuwa tunakaa side ya Donholm. So mlikuwa mnaenda Sarakasi Donholm. Tunatembea mpaka kule Sarakasi Donholm. Na hapa tunatembea kwa mguu ndugu yangu wakati mwingine. Maana sasa imefika mahali lazima tuingie kwa Sarakasi Donholm na lazima mkae huko kama 6 good months. So asubuhi tunaamka tunakimbia tukifanya mazoezi yetu tunaingia pale tunashikana na wao na baadaye ndio tukaona kabla tumalize muda ya probation hapo inachukua muda mrefu sana ndio tuanze kupata kazi kuandika kazi officially. Tukaona why don't we form a group na tuanze kutafuta kazi zetu na ile kikundi ambayo tumetengeneza. Na hivyo ndio tukatafuta kijana mwingine mmoja alikuwa anaitwa Rogers Meethia. So niko na my twin brother anaitwa Kelvin Nuthu pamoja na mimi, group ya watu watatu. Tukaanza sasa kwenda kwa kila klabu, mahali kuko na restaurants, mahali kuko na hizo entertainment services huwa wanatumbuiza wateja wao kuomba zile kazi. Hivyo dakika ya mwisho tukaanza kwenda mpaka saa kwa makanisa. Na hapa sasa ndio story inaanza kuwa very interesting. Sasa kabla uende kwa kanisa, ni nini hasa mlikuwa mnaperform huko? Kuperform ni dance. Dance. Ya ina gani? Dance, tulikuwa tunafanya dances za tunaita African dances. Lakini sisi tulikuwa na tulikuwa tumeshikanisha sasa na zile dance za wakati huo za kisasa sasa. Sababu tulikuwa tunafanya vitu kama hizo. So ilikuwa inategemea na event ni gani. So tuna create choreography depending on the event. Choreography. So tumeingia sasa church. So hapa wakati mmoja nikiwa caretaker pale Transami, kuna kativi tulikuwa nako hapo tu. Na nikiwa nafanya usafi ndio niingie shughuli zile zetu za kupika chapati. Ndio nikaona kuna mhubiri ambaye alikuwa anahubiri sana kwa GBS TV wakati huo. It was on Saturday. Na huyu mhubiri alikuwa anaitwa Bishop Michael Njoroge. Na kitu nilipendezwa sana na yeye ni vile alikuwa anatabiria watu. Na zaidi ya hiyo kuna vijana ambao walikuwa dancers. Lakini nikijilinganisha na ile performance yetu, the level of our performance, na yao niliona yao ikiwa chini kidogo depending with that level of professionalism. So tukasema ikiwa vijana wamepata nafasi ya hapa ya kufanya kazi pale, sasa tukienda pale tunaweza pewa the same kind of job. Na hapo ndio nikashika ile group tulikuwa nayo tukaenda pale tukatafuta hiyo kazi. Na Bishop Michael Njoroge wakati alikuwa pale City Cabanas. Wale wanajua City Cabanas Embakasi. Alongside Mombasa Road. Na tukiwa tumefika pale, bahati mzuri tulipatana na vijana fulani ambaye ni wa kutoka nyumbani kwetu. Ndio walikuwa wameshika praise and worship ya pale kanisani. Umesema nyumbani kwenu Kitale. Lakini jina lako si wa Kitale. Hebu wewe unatoka Central Kenya. Mimi natoka Central. Mlikuja aje mkajikita Kitale ama Trans Nzoia? That's a good question. Kitu ya kwanza kwa kina mama yangu mzazi ni mahali panaitwa Nakuru Ngorika. Na kwa kina baba walikuwa wanatoka sehemu za Nyeri. So ni zile miaka za zamani wakati wa clashes na nini. So wakawa wamekuja pia kufungua biashara zao upande wa Trans Nzoia County Kitale. So my grandfather ndiye akawa amenunua shamba Kitale Omoini. So ukifika Omoini usikie boma inaitwa Kaboya, Kabue, Nuthu, Kimodho, Dirango. Kuna Kikuyu walienda wakakaa hapo. Ama ni grandfather yako ndio sasa amezaana? Ndiye amezaana. Hiyo sasa ni mbare yake sasa. Ndio karibu na hiyo gate ulikuwa unasema? Gate Tiwani. Gate fulani Kitale karibu na Kitale, yani Kitale, si ndio? Kitale town. Hii haitaenda. Acha nikwambie kuna wakati tulikuwa nafanya hapo. Mwanasiasa fulani tu. Ni MP wa Ugenya. Ako na party inaitwa MDG. So nilikuwa mtu wake wa the technical person na media. So kuna wakati tulienda convention huko. Alafu hii convention ilikuwa na delegates wa MDG party. So I was live streaming, we are doing production. Sasa hawa say kenye kunafanyika ni MDG party ilikuja kumit delegates. Na wao walikuwa wanajengwa 3000 kila mtu. Watu walikuja karibu 3,000. I think tuliacha karibu milioni sijini 9 ama ngapi hapo. Sasa unajua tu mambo ya siasa na wasi wanatoka ghetto wenye hawana form. Sasa walikuja wakavuruga. Asiati walifanya event ikakosa kufanyika, but tulifanya na shida. Wanaidai pesa wanapewa wanaenda wakaa pole. Wengine wanakuja tena ilikuwa shida. I digress, sorry. So endelea. So walikuwa in the same area. Ni hiyo ghetto kuna uwanja fulani iko hapo karibu. Kitale Tiwani town.
Yes. Tiwani mahali panaitwa Tiwani juu ukiwa unapanda barabara mpya. Kuna uwanja fulani poa hivi. Hapo ndo tulikuwa. Alafu tunaambiwa ghetto ndo hiyo hapo chini. Tiwani. Leo ni Tiwani ya chini sasa unaongelea. Kwanza kuna brother Umwesh alikuwa anaweka pesa kwa mfuko. Hiyo mfuko nayo do ilienda yote. Ilichukuliwa hivi. Yaani alikuwa bila mfuko, shati alikuwa na mifuko miwili hapa na huku nyuma. Zilienda. Sawa. Hiyo ndio ghetto baadhi. Hata umenikumbusha. By the way kule hiyo ghetto tukiwa sasa wadogo bado, unapata tulipokuwa class 4 hapo, tulikuwa tunaendanga sasa tunachukua bangi mahali ilikuwa inaletwa inawekwa kwa boma yetu. Sasa tunachukua zile bangi. Kuna jamaa alikuwa anatoanga bangi Mount Elgon pale mpaka ya Kenya na Uganda. So wakati anaenda kuficha kwetu, wakati zile misako zilikuwa zinafanywa na machief wakasa hawange kuja kwetu nyumbani sababu maadhi alikuwa na heshima kidogo kwa community na alikuwa anajulikana kidogo. So wakifanya msako hiyo area kuna maboma wako wanaingia sababu ya sifa zile boma. Sasa mzee ule Mkamba alikuwa anatake opportunity. Nyumba yetu ya vijana ndio alikuwa anakuja na dunga bangi zake kama gunia 3 hapo. Maadhi ajui. Yes. Sasa sisi tukiona nyumbani hakuna chakula vizuri huko tunachukua kama bangi vifagio kama 3. Eka kwa bagi ya shule. Ingia bangaiza pale Kisuguti wanijuu. Uzia majamaa chwani. At least ukiwa na 200 yako wakati huo it was a lot of money. That was a lot of money. Nina kusukuma at least ka wiki unajipanga vizuri. Sure. So umesema hiyo story ya ghetto kanikumbusha baadhi ya vitu kama hizo. So hapa tumefika kwa Michael Njoroge. Tumepatana na hood base ya maboys majamaa wanatoka ghetto ya kwetu. So sisi kufika pale kuomba chance ya kufanya zile entertainment zetu, dance na vitu kama hizo haikuwa ngumu. Maana wale ndio wanaorganize, maana wanashughulikia mabrother zao. Na tulipochapa ile event ya kwanza Michael Njoroge alipendezwa na hiyo kazi sana. Akatuambia tomorrow is on Saturday na kuko na harusi itakuwa South B ya one of his junior pastor alikuwa anaitwa Maina. Akatuambia akatupea fare, akatuambia safanyeni hivi tomorrow hakikisheni mmekuja kwa ile wedding. Sisi tukafika kwa wedding, tukachapa wedding vizuri, tukakill hiyo show venye alikuwa anatarajia. Baadaye akatuambia sasa juu mmenifurahisha zaidi, kesho ni Sunday. Chukueni hii 12,000. Ndugu yangu nasikia tulikuwa tunahangaika ndugu yangu kupata hata hiyo pesa wakati moja hivi at 12,000 safari moja. Tukaona hapa sasa Mungu amejibu maombi. Sisi mbio kutayarisha ile dance yetu vizuri. Sunday tumeanguka ibada, tumechapa tena tumekili hiyo show. Sasa baada ya ibada akatuambia anataka kutuona. After meeting ameanza kuhudumia watu. Akatuambia nimeona nyinyi watu vijana wacheshi wazuri sana. Na ninafikiria kuliko mkuu kule nje mnahangaika na kutafuta kazi, why don't you bring all your creativity in my church? Wakati tunaenda crusade na wakati tunafanya zile outreach missions, mkuu sasa mko pale, nyinyi ndio mmeshikilia hiyo department. Sasa hii ni extra money, mnalipo Wednesday, mnalipo Tuesday na Friday na Sunday na bado kuko na end month salary. Wow. Kutoka ile mahustling ya ghetto tumekuwa nayo na nini ndugu yangu. Mambo yameanza kufunguka. Hapa mambo yameanza kujipa, yamefunguka sasa. Hapo sawa ndio tulishikwa vizuri mateka na ule mzee. Na ikafika mahali alikuwa anatulipia hata nyumba. Kwa hizi pesa ambazo tunalipwa, hii ni ya kujipanga mambo mawili matatu hapa na pale. Na tukaanza kufanya ile kazi alikuwa anataka. Na baada ya mwaka mmoja kukatokea na wale wanakumbuka 2012 around 13-14 years ago, Muhammad Ali alikuja akaleta interview fulani kuexpose dada fulani alikuwa anaitwa Mwende, na ikasemekana amelipwa na huyo Bishop Michael Njoroge ili akuje atoe ushuhuda za uongo. Na ikawa imeshika sana, imekita mizizi sana katika religion, especially prophetic ministry. Na hapo ndio baada ya less than 1 month washirika walianza kupungua kwa ile kanisa, na kwa sababu ile kanisa ilikuwa na wafanyikazi wengi sana, around 300 workers, pamoja na ile hall ambayo ilikuwa ya cabanas na programs za TV na radio. So ikawa washirika wameanza kususia takuja ibada kwa wingi vile walivyokuwa wanakuja. Hiyo church peke yake ilikuwa inakuhostia around 5,000 to 6,000 members. That is per service. Na kulikuwa na 3 services. So you can imagine the kind of congregation that man had. Na baada ya hapo ndio wakatoka wakaingia pale Mlolongo mahali panaitwa Gadhangaita. Hapo ndio walienda wakajenga church. Ni nyuma ya Kenchik. Wale wanakumbuka Kalembendile akiwa Mlolongo alikuwa na hoteli inaitwa Kenchik. Nyuma ya Kenchik Hotel ama nyuma ya 3D Hotel. Hapo ndio alienda akaweka structure, akaanza kanisa hapo.
Na sisi hapa sasa, maana pesa ya kanisa imeanza kupungua, maana washirika ndio huleta pesa kanisani. Na sasa unapata ile pesa imeanza kupungua, so mshahara ya kila mtu in fact ilianza kupungua, na ndio tukaona hapa ni opportunity mzuri pia ya sisi pia bado apart from tunakuja kanisani pale pengine mara moja ama mbili kwa wiki, bado tunaendelea kutafuta hustling zetu kule nje. Na ndio wakati mmoja yule mzee akawa ametuambia maana amefuta wafanyikazi wengi, wale walikuwa wanashikilia media na wale walikuwa kwa calling center wanalipo pesa nyingi sana, so sisi tukuje tuchukue hizo nafasi za pale kwa calling center, wakati washirika wako kule nje wanaona program za TV kwenye social media, TV, wale wanasikiza kwenye redio, wakiwa wanapiga simu wanataka kujua kanisa iko wapi ama pengine kuna hitaji ya maombi, so sisi ndio tunashika zile simu kuwaombea, kuwapea directions za church in case kuna vitu wanataka kujua kuhusiana na kanisa, tunafanya hizo kazi. Bado hii ni side hustle. So wakati tuko pale kanisani ndio tuliona kuna vijana wale marafiki yetu kutoka Kitale, wengine walikuwa wanakuja kanisani wakiwa wamelewa. Na sisi tunaanza kuona kuna vitu fishi zinaendelea hapa kanisani. Ibada ikiisha, unaona wanajifungia mahali kwa nyumba moja, wanatumanisha pombe, wakikula chakula zao. Tukikuja hata kwa zile room, baadhi ya vitu kama hizo. So tukaanza kuwa suspicious. Does it mean ile vitu ambayo Mohamedia alikuwa anaongea kuhusu hii kanisa, can it be the truth? Na wakati tumeendelea kukaa sasa, ujue hapa tuko kwa calling center, wakati mwingine tuko hapo mpaka night shifts. So mchana, usiku mnapumzika kidogo, wengine mnabadilishana shift. So unapata tumeanza kuingia kule ndani kwa kanisa kwa undani sana. Na wakati mmoja Michael Njoroge alikuwa amekuja, alitoka kwa gari, amefunga ibada akiwa anataka kuenda. Hii ni baadhi ya scenes ambazo tulianza kuona zikaanza kutufungua mawazo. Ni kama vitu hivi nasikia inaongelewa kuhusu kanisa, there is a way, hii kitu ni ya ukweli. Alitoka kwa gari akiwa anataka kwenda nyumbani na mabonza wale bodyguards wake akiwa amelewa, na tukaanza kuona there is something that is happening. So after a certain period of time, kuna wakati moja akatuambia pamoja na wale vijana walikuwa junior pastor pale, endeni pale kwa ile nyumba ya maombi muombe mama fulani. So wakati tulifika pale ndio tukaona wait a minute, kuna vitu inaendelea kwa hii rooms za maombi wakati tunaombea yule mama, maana wale junior pastors walikuwa wanaingia kwa vibeti ya wale washirika na wanachukua documents ambazo ziko kwa hiyo vibeti, wanazipiga picha, alafu wana release huyo mshirika anaenda. Ikifika Jumapili unapata zile informations ambazo walikuwa wanachukua wamezipiga picha, ndio yule nabii atasimama kwa madhabahu, ataigeuza ikuwe sasa ni unabii ya kutabiria the same woman. Ngoja kwanza. Ni wakati gani hizi picha zinapigwa? Juu si watu wanafaa kuwa na bags zao, handbags and all that. So ni wakati gani wanapiga? Watu wanaambiwa watoke nje? Sasa ujue kuko na kanisa mahali congregation washirika wanakaa. Yes. Na kuko na rooms ambazo zinaitwa nyumba za maombi. Yes. Kama vile kuna offices, prayer rooms, yes. Yeah. Sasa kwa zile prayer rooms, wakati kuna mshirika ambaye anaonekana ako na pesa, yes, so huyu Njoroge anataka kupata informations zake. Yes. Kwa sababu anahitaji kukuwa na information yake ndiye amconvince ya kwamba ni unabii anampatia, yes, ili aweze kumwambia atoe sadaka kiwango fulani na huyo mtu aweze kutoa. Kwa hivyo lazima kuwe na information ya kumconvince. Yes. Amefunuliwa hiyo kitu na Mungu. So yule mama wakati amekuja kupiga magoti pale aombewe, akiwa amepiga magoti, huyu Michael Njoroge ndiye atachukua mikono yake amwekelee kwa kichwa. So hiyo ni kumaanisha huyu mama aweze akageuza kichwa hivi ama kando, akaangalia ni nini inaendelea na bagi yake ambayo amebeba ako nayo hapa chini. Na istoshe wamepewa maagizo, anaambiwa funga macho na uweke mikono juu. Unaelewa? So inakaa ni maombi ya kawaida sana, lakini is a strategic move ya kuhakikisha mtu amefunga macho, aweze akaona kitu inaendelea, na kichwa yake hawezi akageuza na mikono yake iko juu. Yes. So ile bagi yake hawezi akashika bagi yake. Yes. So akiwa ameweka bagi yake kando yake, hapo ndio bagi yake itachukuliwa na wale vijana, maombi ikiwa inaendelea. Hapa ni prayer room. Kwa prayer room now. So kuna like the guys when you wanna support pastor ndio mmoja anaenda anachukua bagi. Yes. Sasa sisi tuko pale, lakini sasa hatujaingia kwa hiyo kazi. Ni baadhi ya vitu tumeingia pale, tunaona some different scenarios, the happenings. Yeah. So wale junior pastors ndio wanakuja wanaingia kwa zile bags za wale washirika, wanapata zile information. So kwa mfano kuna wakati Michael Njoroge baadhi ya zile scenarios
aliingia kwa ile prayer room akiwa mlevi sana. So wale najua tunaweza pata baadhi ya viewers ambaye washai tapeliwa na yeye. So yule mzee alikuwa anaingia kwa madhabahu, ile nyumba ya maombi, anasimama hapo alafu anaweka mkono hivi, ndio ili washirika wale wamepiga magoti wanaombea wasisikie ile harufu ya pombe, maana anakuja akiwa mlevi sana. Saa ingine hata akiwa na staga. So kwa ile ulevi, na unajua pia wale junior pastor ni walevi, so kuna vitu walikuwa wanafanya, huwa tuna opt kufikiria is either walikuwa wanatuintroduce kwa hizo vitu ndio tujue vitu ambazo huwa zinaendelea, ama kwa sababu ya ulevi yao wametuambia pia si tuje pale, lakini kwa sababu ya ile ulevi pengine wanasahau sisi hatukuangi tunajua hizo vitu ambazo wanajua, ama zile operation huwa wanafanya kule ndani kwa washirika. So scenario kama hizo zikawa zinaendelea. Na siku moja tukakutana na my twin brother baada ya hizo ibada, tunaulizana, hapana, hii vitu tunaona inaendelea kwa hii church, haiwezi kakua ati hapa inakuanga tu ni huyu mchungaji ati anakuanga anaomba anafunuliwa na Mungu, maana tumeanza kuona vitu 2-3 that they are very fishy. Hapo usisahau our viewers, hapa sasa tumeingia hata wakati mwingine tunalala huko kanisani ndio ili tukati zile cost ya fare kutoka Embakasi kukuja kuamkia job asubuhi. So inabidi saa nyingine mnafanya huko unakuwa kama nyumbani. Unaweza pata unakaa huko hata siku 3 ama 4. Provided ni chakula na nguo ya kubadilisha, mnaingia kule kwa washroom za kanisa, mnashughulika, mnaoga na vitu kama hivyo. So hapa tumekuwa ni kama part of them. Na wakati mmoja yule kijana ambaye anaitwa sitataja jina yule jamaa but among the junior pastors akatuambia kwamba sio tu ati Michael Njoroge anakuanga ni mtu wa kutabiri, hiyo kipawa. Kuna wakati alifunga siku 200 ndio Mungu akampea hiyo kipawa. Alifunga 200 days. Yes, prayers and fasting. Sasa hapa ujue pia sisi tumeanza kuona kuna vitu na tumeanza kuwa suspicious, lakini bado wanajaribu kutuconvince ya kwamba apart from vitu nyinyi mumeona, mjue huyu mzee hiyo uwezo alipokea ni kwa sababu aliishi akifunga sana, Mungu akampea hiyo prophetic grace ama prophetic ministry. Na sisi kuna wakati ilifika pia sisi tukaanza kwenda saa Katoloni pale Machakos. Wala unajua Katoloni Machakos kuna prayer center inajulikana sana huko. Tunaingia huko pia tunafunga na kuomba. So wakati mmoja sisi tukawa tumekuja church kutoka zile shughuli zetu za maombi, na tukawa na mzigo sasa burden ya kuanzisha prayer group asubuhi kanisani before services zianze na wale youth ambao tulikuwa nao kwa church. Na tukatuma hiyo ombi kwa bishop, na bishop akatuambia ni sawa, by 6 mnaweza kuwa mnaanza hiyo maombi ya 1 hour before services za saa 3 zianze na vitu kama hizo. So sisi wakati tunaendelea na zile services, ndio wakati mmoja huyo bishop Michael Njoroge akatuambia kuna pastor mmoja kuja hapa kanisani kwetu, na huyu pastor alifanyia watu deliverance, na nyinyi nimeambiwa mnaweza mkafanyia watu kitu kama hiyo. Unajua kwa zile maombi zetu za asubuhi unapata kuna wakati tukiombea watu tunaanza pia kucast mapepo ndani yao. Usisahau sisi tunafanya hizi vitu hapa, tuko very genuine. Very genuine. Yes. Sisi ni gift tunafanya, hata kuhubiri. Tulikuwa tunahubiri na kufundisha vizuri tu sana. Lakini bado usisahau hapa tuko bado na dread, tuko na piercing kwa masikio. Maana bado hatujatoka kwa zile dance. In fact tukipata ka side hustle kule tunaitwa crusade mahali ama dance mahali, hiyo gig tunakimbia, tunachukua hiyo pesa tunarudi. So tulikuwa tunaombea watu kwa ile ibada ya asubuhi ya maombi, bado tuko na earring tumetoboa. Hata masikio yangu ukiangalia utaona iko na mashimo. Japokuwa zingine zilifunika, zilijiziba kwa sababu sikuwa na weka zile vipuli. Na watu haikuwa na attract attention ya congregation. Yes, now that is the point I want to bring. So sisi tuko bado kwa sanaa na ucheshi wetu wa dance na vitu kama hiyo, na tumeanza kuingia kwa maombi. Na ndio mzee mmoja akaja akatuambia, huyu mzee alikuwa anaitwa William. Akatuambia maana kanisani mmeanza hiyo maombi ya asubuhi, na watu wengi hata watu wazima sio wanarika peke yake wameanza kuja kanisani, maana wanafika mapema sababu ya zile maombi umeanza asubuhi. Na pia watu wengi wanatoka wanatusikia kwa radio na kwa TV. Bado Michael Njoroge kwa TV na radio. Wale wanafika mapema, wageni kutoka Western, kutoka Ukambani, sehemu tofauti. Kwa hivyo wanapokuja hawa wajui nyinyi ni watu wa kutumbuiza watu, nyinyi wanarika, wanafikiria nyinyi ndio wachungaji wa hapa. So mnaona aje kama akatueleza, mnaona aje kama ni sawa mnyoe, hata kama mtanyoa nywele yote mpunguze tu hizo nywele mkae decent, alafu mnavalia decent, alafu pia hizo vipuli kwa masikio mnatoa. After a week tukaona sio vibaya, wacha tu consider wazo hiyo mzee. So tukaenda tukafanya hiyo vitu, tukanyoa, tukatoa zile maswag mingi na vitu vingi kama hizo vipuli kwa masikio. Na ndio hapo sasa Michael Njoroge akatuambia sasa itakuwa inafika mahali, sababu mnakaa vizuri, yani mmejipackage, mnakaa kama wachungaji, decent somehow. Mko decent. Mko decent somehow. So ikifika
baada ya praise and worship, hizo ibada ya katikati ya wiki, mtakuwa mnachukua microphone mnaombesha kanisa. Na hapa ndio kuna baadhi ya scenario ambayo tena ilikuja ku raise alarm on our curiosity, kwa sababu kuna wakati tumnaombea watu, si tunafanya ministry very genuinely. Vile tu unaweza kuwa na kipawa ya uimbaji, wewe unaifanya genuinely, haujalishi huko kwa madhabahu gani ama kwa kanisa gani, hivyo. So kuna wakati mmoja tumeombea watu wameanguka pale kanisani, alafu ushers wakawaleta pale kwa madhabahu, mahali mchungaji usimama akihubiri. Na kulikuwa na chemical fulani inaitwa potassium permanganate. Hii ndio tulikuja kuijua sasa baadaye, ni potassium permanganate. So one of the mshirika ambaye alikuwa amelala pale kwa kanisa alikuwa na manywele kubwa, yale mapisi makubwa. Kwa hivyo hata ajielewi. Na hapo ndio Michael Njoroge alituma kijana mmoja akaenda akachukua ile potassium permanganate, akakuja akaimwaga kwa kichwa yake kidogo sana. Wakati shughuli tu zinaendelea hapa ya kuombea watu wanaletwa, there's a lot of activity going on in the church. Na sababu wale vijana ni mashanari wa Njoroge, wanajua kufanya hizo operation kwa njia nyepesi sana. So Michael Njoroge akakuja akachukua microphone. Na yule mzee akatuambia sasa mtapumzika kidogo, yeye aendelee kuombea watu. Na hapo ndio alichukua maji, akaambia huyo mshirika, hebu kuja hapa mama, inamisha kichwa yako kwa sababu unaona kuna watu walikurushia uchawi. Na akachukua ile maji, alipoambia yule dada inamishe kichwa ili amwage maji kwa kichwa yake, na kuna beseni kaletwa hapo. So ile maji inatoka kwa kichwa yule mama, ikifika kwa beseni imetani inakuwa red kama damu. Sasa yule mama akajua kuna vile anatoa damu kwa mwili wake licha ya kuwa hakuna mahali amekatwa. So it's part of deception ambaye sisi tulianza ku notice there is something fishy going on here. Na wakati mmoja hizo ni scenario tofauti. Now to cut the long story short, sasa hapo tu so venye huyu mama anaona ni kama damu inamtokea. Basi alimwambia ati kama amerogwa. Alimwambia kuna uchawi umerushiwa kutoka Tanzania. Na baadhi ya hii uchawi ndio inafanya ni kama unaishi nje ukidaiwa damu yako. Na wajua yule mama naye alikuwa amekuja kanisani, kuna mambo ya magonjwa yanamsumbua na vitu vingi kama hiyo. So alijua njia ya kufuse hiyo shida ya huyo mama na hii damu ambayo inamwagika ndio ikae ni kama ni uchawi, anapigwa na uchawi. Ni ukweli. So huyo mama kaamini kweli kuna damu inatoka kwa kichwa yake na ni kuna madhabahu ya mapepo ndio inadai damu. So amekuja hapa kuombewa na saidike, na hapo ndio alimwambia atafute sadaka ya shilingi 14,000 na akuja aweke kwa madhabahu, na hizo shida zote za kiroho zinamsumbua zitafika mwisho. Hiyo ni baadhi ya different scenario. So sisi tunajua vizuri huyu mama wakati alikuwa analetwa hapo, vitu kama hii haiwezi kakuwa ina make sense. Na tukajua baada ya ibada tutakuja kuuliza wale vijana rafiki zetu ni nini ina happen kwa hii church, maana kuna vitu ambazo tunaona zinaendelea fishi. Na ndio kijana moja sitataja jina, huyu kijana akakuja akatueleza ni vizuri mjue sio kila kitu inakuanga ni Mungu. Kuna vitu ambaye ni Mungu anafanya, na kuna vitu ambaye ni nyinyi kama wanadamu mnafaa mfanye. Sasa ni Mungu na mwanadamu mnasaidiana. Na ndio wakati mmoja sisi tukaambiana na my twin brother, kwa ile ibada tunapewa nafasi ya kuombea watu katikati ya ibada, tutachukua mshirika mmoja tumuingize kwa ile nyumba ya maombi vile huwa wanafanya, na pia sisi tuende tupore bag zake na tupate information za huyo mshirika. Alafu kwa hiyo ibada tukija mnatoa tu mnapiga picha ama mnachukua habari kuwahusu, alafu mnarudisha vitu zitarudishwa. Lakini sasa hapa naye tutakuja kuelewa bado baadaye. Kuna washirika walikuwa wanakuja, mtu ako na pesa, mtu tajiri sana. Huko tutakuja kuangalia hiyo mbele tukiwa na muda. Tulikuwa wengine unaona wanaingia wanachukua zile pesa. Kuna hata wazungu walikuwa wanakuja wakati mwingine. Mtu ameletwa na mzungu fulani, watu wanakuja na dola kwa bag. Sasa wakifungua wapate kuna pesa nyingi pale, unaona zinachukuliwa, haziwezi rudi. Juu hiyo mtu hawezi jua ati vitu yake imeibiwa kwa kanisa. Haiwezi fikiria ni kwa kanisa ilienda. Akafikiria kwingine. Na unapata hata kuna simu zingine kuna watu wengine walikuwa na pesa kwa simu. Kwa mfano wakati Michael Njoroge ameambia mshirika apige magoti anamuombea, utaona kuna watu wanakuanga na simu ziko na password, na kuna zile simu kama Katululu hazinanga password. So unapata ile simu wakati wameingia kwa zile bagi yake, baadhi ya vitu watapata kwa ile bag ya ule mshirika ambaye anakuja kuombewa, na the same formula, apige magoti, afunge macho, ainue mikono juu. Hapo ndio wataingia kwa bag, na wakipata kuna simu ambayo haina password, wataingia sasa kwa simu, kwa password ya hiyo simu, na watapata waangalie M-Pesa message ya huyo mtu, account zake kama amefanya withdrawing na vitu kama hizo, wajue huyu mtu information ambaye zinamhusu.
na bado zitageuzwa zikuwe unabii. Na hata simu ikiwa iko na password, bado unaweza sikia huyu mama pengine amekuja, ama ni mtu ambaye ni potential sana, mtu tajiri, na wanataka information yake. Wanaweza wakamconvince baadhi ya vitu. Kwa mfano wakipata information tu yake mmoja, kwa mfano wamechukua ID, huyo mtu amepiga magoti hapo, ameinua mikono juu na amefunga macho, usikie Michael Njoroge anasema, na hata wakati tunaomba nafunguliwa na roho wa Mungu, kuna kitu naona inafanyika around 1995-96. Nini hiyo inaendelea? Huyo mama mwenyewe ndiye atasema, mchungaji, mimi nilizaliwa 95, ama atasema nilizaliwa 96, na atamwambia na naona ni kitu kama Januari, nasikia roho wa Mungu ananitajia jina Januari. Nini inafanyika Januari? Alafu huyu mama anasema ilikuwa ni mwezi wa Januari, na anamwambia hata ninaona tarehe 2 mwezi wa Januari. Ni nini inafanyika tarehe 2? Ndio siku nilizaliwa. So hiyo information tu moja wameshashika mawazo ya yule mama. Maana Njoroge amepata tu starter ya kuconvince huyu mtu kuna vitu nimefunuliwa ya kiroho. Maana wakikuja wanajua huyu mtu anaona vitu ya watu. Immediately wale vijana wataingia kwa bag, na bag in case ikiwa na simu, na simu iko na password, pengine kama hizi simu za kisasa hizi touchscreen, utapata anamwambia, na kuna mtu yote yako nyumbani, utasikia anamwambia msichana wangu wa kazi yako nyumbani. Nani wako nyumbani? Na watoto. Anamwambia hebu chukua hiyo simu, pigia msichana wa kazi saa hizi, mwambie watoto wote wakitoka shule wasiende nje kucheza, maana inaonekana kuna attack. Kuna mmoja atacheza na ataumia na damu itamwagika vibaya, na ndio mapepo katika madhabahu ya kuzimu inadai damu ya huyo mtoto. Immediately huyo mama atachukua simu, aweke password. Usisahau kuna junior pastor wako nyuma, kazi yao ni kukram ile password. Wako nyuma ya huyu mshirika. Hapa ni kwa prayer room. Kwa prayer rooms. So umekaa hapo, mtu amekaa nyuma yako. Ama wanajua venye wanafanya. Waone tu hiyo password. Yes. So kwa mfano mimi vile nimesimama hapa, let's assume mimi ndio mchungaji. Mshirika amekuja amepiga magoti mbele yangu. Kwa hivyo yeye ameniface mimi. Kwa hivyo sisi wengine ambao tunamuombea tuko nyuma yake. So sisi tunamuona mgongo na kisogo. So hiyo operation yote inaendelea behind her back or his back. Umeona hiyo picha? So wakati hiyo simu atapiga, immediately arudishe tu hapo chini na anaharakishwa, kwa sababu hiyo spirit inafanyanga kazi hivyo, ni kufanyishwa vitu mbio mbio, ndio mtu asikuwe na time ya kufikiria. Kunaweza kuwa na mtu ananiangalia. Yes, that's the point. Immediately ameambiwa, amemaliza tu kupigia huyo mfanyikazi, weka simu, funga macho, weka mikono juu kwa haraka. Huyo mtu hata ni simu ataeka kwa bag kwa haraka, na pengine hatafunga bag. Na hapo ndio ile simu, maana wale wameshika password. Watachukua the same phone na watafungua hiyo password, na wataingia wajue information ya mtu, kama mzee wake alimtumia pesa, ama zile message ziko kwa WhatsApp, zile message ziko kwa inbox, na hizo information ambazo watazipata ndio wale wengine wanachukua simu nyingine, wanapiga hiyo simu picha. Unasikia napigwa picha, ama mtu anachukua kalamu anaandika vitu za maana sana. Inaweza convince huyu mshirika, akiambiwa kwa mfano kuna mtu pengine alimtumia message akimwambia mama fulani siku ya chama ni siku fulani, zile pesa za chama utume, kwa mfano. Sasa watacapitalize kwa hizo information. Utasikia Michael Njoroge anasema, na hata wakati tunaomba kuna chama ninaiona, na hii chama mmeshikana watu kadhaa, na huyo mama utasikia anasema ni kweli mtu wa Mungu, kuna chama tuko nayo, na anamwambia kwa hii chama kuna pesa naona unatarajia wakati fulani, na hizi pesa wakati utazipokea ulete zile fedha kwa madhabahu. Kwa hivyo anajaribu kukapitalize kwa zile informations zenye amepatapata kwa ile simu, na kuconvince huyu mama ya kwamba ameona. Another relevant example, kuna mama fulani alikuwa na document nyingi sana pale kwa bag, na baadhi ya hizi document ilikuwa na kadi za hospitali. So walipopata information through the same means, wakaingia kwa Google na kuangalia ilikuwa hospitali gani, hiyo hospitali iko mahali fulani, wakajua details. So kwa ibada unasikia huyo jamaa huyo nabii wa uongo Michael Njoroge anageuza hiyo information, sababu anataka kuweka hizi vitu sasa kwa mitandao ya kijamii, kwa radio na ma-TV. Utasikia namwambia hata wewe mama umeketi pale, hebu simama wakati tunaomba, na atazungumza kwa lugha, wale wanajua from religion zako, speaking in tongues. Atazungumza kwa lugha fulani, na usikia anasema hata wewe mama ambaye umeketi pale umevalia nguo ya blue, hebu simama. Ni mara kwa ngapi kuwa hapa? Ni mara ya kwanza. Wewe ni mgeni kabisa. Umewahi kuja hapa? Sijawahi kuja. Tumewahi ongea? Hatujawahi ongea. Sasa hizi hata vile tunaongea na wewe, ninaona unatoka kwako nyumbani tarehe fulani, tarehe 25 mwezi wa 7, na ilikuwa siku ya Saturday, na unavuka barabara unaingia mahali kwa hospitali, na ninaona, na utasikia nataja tena lugha, maneno ya lugha, na utasikia anasema ninaonyeshwa katika ulimwengu wa roho jina ya hospitali fulani.
tuseme inaitwa St Mary's or something like that. Natajiwa jina, nimeonyeshwa jina St Mary's. Na huyo mama mwenyewe ndiye atasema, ni kweli mtumishi wa Mungu, kuna wakati nilikuwa na shida ya macho, nikawa nimeenda St Mary's kuchunguzwa shida ya macho inaweza kuwa ni gani. So kitu amefanya, amepata information through ile information, lakini anataka kuwin imani ya watu. So hizo ni baadhi ya different scenarios ambazo sisi tulishuhudia. So wakati mmoja pia sisi na ndugu yangu tukaambiana, hapana, tutawachwa nyuma. Kwa ile ibada yetu ya maombi, tukipewa muda ya kuombea watu ama kuombesha, tutaanza sisi kutafuta information through the same procedure. Mtoto wa nyoka ni ile nyoka. Na tuingie hapo tupate the same information. Na kweli siku tulienda tukaingiza washirika vile tu tunaona wanafanya, na ndio ilikuwa siku ya kwanza tulianza kutabiria watu, na hizo vitu tunawaambia ni vile tumepata zile information. Na hapo Michael Njoroge alifurahishwa sana na sisi, na akaita vijana yake kutaka kujua nani ametupea hizo information. Na hapo ndio alifurahishwa na sisi, na akatuita kwa ofisi baada ya ibada, na akatuambia, sasa my sons, naona mumeanza kukua. You have started growing. You have started growing. Na akatuambia, sasa vile nafikiria nitakuja kuwatafutia baadhi ya wafadhili, watu ambao watakuwa wanawasupport, na nyinyi mkue sasa mnakuwa tu hapa kanisani, mambo yenu ya kulipa nyumba na shughuli zenyu, kukue na watu ambao wana cater for, na Mungu akinisaidia in the near future nitakuja kuwafungulia kanisa. So kitu ambayo ilimfurahisha na sisi ni ya kwamba vile tumekuwa sharp kuweza kujua hizo vitu, na tujaenda nje kuanza kutangaza ati kuna vitu tunaonanga ama tunafanya, tujatangazia mtu yoyote. So kama kuna vitu ilimfurahisha, that fastness vinye tuko wachangamfu, mbio watu wa kuchangamka, na tumeweka hiyo secret, hatuja disclose kwa mtu. Na hapo ndio ikafika mahali kuna kanisa akaniambia atanifungulia kanisa Bungoma, na atakuja kufungulia ndugu yangu mapacha kanisa Kisumu. Na akaanza, maana alikuwa very famous sana kwa Radio Jambo wakati huo, na ma local stations ambazo zilikuwa wakati huo ni nyingi sana. So akaanza kufanya advertisement, akiambia watu wako Bungoma na wale wanamfuata wako Kisumu, atakuwa anakuja wakati fulani. Kwa hivyo watu waanze kujitayarisha, anakuja kufungua church huko. Na sisi kafika the same month, tukaona tuna zile pesa ya sisi kuenda huko kuchukua kukomboa nyumba na kujipanga kama mwanaume, mnaenda kufunguliwa church na hamna hata pesa vizuri. Na ndio vijana mmoja wale marafiki yetu ambao wanafanya kazi kwa hiyo kanisa, tukawaambia yenyewe, sisi kuna vitu tumeona na tumejua, na sisi ni watu wazima, na kuna vitu hatuwezi tukaongea kule nje, maana sasa tunajaribu kutafuta njia hekima ya kuongelesha, ndio tusiende kufunguliwa kanisa na upate kuna vitu mingi tunafaa kujua, na sisi tunajua tu vitu mbili ama vitu tatu. So at least tukue tunajua vitu mingi kuhusiana na hii vitu ambayo inaendeleanga hapa. So siku hiyo tukawa na pesa, tukaita one of our friends, baadhi ya wale vijana, tukawapeleka pale Mlolongo, tukanunulia nyama na pombe, maana walikuwa wanapenda pombe sana. Tukanunulia nyama na pombe. Kwa hivyo katika ile ulevi tukaanza kuongea na wao watufunulie zile siri. Na hapo ndio wakatuambia, sasa vile mtafanya, maana mzee anaenda kuwafungulia kanisa hii mwezi ambayo inakuja, na ukweli wa mambo mtahitaji nyinyi mkue na pesa yenu. Na kitu ya kwanza, mzee hata wapatia pesa. Mzee akiwapatia washirika, amewapea washirika na amewafungulia kanisa hivyo, ninyi mjipange kutoka hapo. Yeye hatawahi kupea hata shilingi moja. Kwa hivyo tukajua sasa hapa ni sisi, we create a means vile tutapata pesa. Na njia ya kupata pesa ni gani ndugu yangu? Ni ile tunaonanga vile hao wanapata pesa. Na hapo ndio kuna mshirika tukamtime. Mshirika mmoja alikuwa amekuja katikati ya wiki, one of the days katikati ya zile wiki. Na walikuwa wamefika mapema, wameambiwa wakuje walete sadaka zao kwa kanisa. Na yule mshirika alipofika mapema vile walikuwa wameelezwa na Bishop Michael Njoroge, alifika mapema, akamaliza kujiombea, akachukua zile sadaka alikuwa nazo, akapeleka pale kwa reception. Na sisi tukaenda kwa reception, tukauliza yule dada alikuwa kwa reception, huyu dada ambaye amekuja hapa, huyu amekupatia sadaka ya mzee pesa ngapi? Akatuonyesha bahasha imeandikwa 1500. Na sisi tukajua huyu mtu anaweza toa 1500, kumaanisha ana uwezo wa kutoa pesa nyingine zaidi ya hii. Na hapo ndio tukaanza kustrategize na wale vijana sasa wa pale, maana tunataka kutafuta pesa. Tukianza kuenda kufunguliwa church, at least tukue sisi na pesa zetu, na bado tuko na knowledge ya vile kitu inafanyangwa. Maana hapa tunaweza hubiria watu, tunaweza ombea watu, but that is not enough. Tunaweza toa mapepo kwa watu, but unasikia bado hujakamilika. There's a lot of need, a lot of things ambayo tunafaa tujipackage nazo. Na hapo ndio tukapangia mama moja. Huyo mama tukamwambia, Michael Njoroge Bishop atachelewa kukuja, lakini ametutuma ukuje uingie kwa nyumba ya maombi, sisi tukuombe. Na mama kweli akakuwa convinced, maana amefika mapema sana. Michael Njoroge anaingia kwa church kuanzia 3:30 saa 4. So sisi amefika around 1:30. So hii 1:30 kabla ifike 3 It's your time. It is our time. Sisi tumshughulikie mbio mbio, tumfungue aende,
Michael Njoroge akikuja asimpate hapo. Maana ile mnapata ni yenu. Ile ndio yetu sasa. Amumgawi. Na hata ajui ni ngapi. Hata ajui. Na in fact atalete shida sana kujua tumeanza kuchukua pesa kutoka kwa washirika wake. Yes. Atalete shida sana. So tukajua hapa tutaongea chochote. Ule mama akaingia tukapora vibeti na kila kitu venye tunaona ikiendelea, na tukakuwa na a lot of information about that woman. Na sasa hapa ndio tukasikizana na ili tu convince huyu mama vizuri. Baada ya kuchukua zile passport zake ambazo zilikuwa kwa bag, tumeingia kwa simu, tumechukua information, zile documents ziko kwa bag, kila kitu. Unajua ladies wanaikanga vitu vingi sana kwa bag. So hizo ndio advantage kwetu wakati huo. Hapo kwa handbag. Yeah. So tukachukua hizo vitu zote, tukapiga picha, a lot of informations. Na immediately tumemaliza kuombea huyo mama, tukamwambia Bishop ametueleza, na Bishop wako ametueleza. Tukamwambia Bishop ametueleza atachelewa leo kuingia, hata usimngoje. Tukimaliza tu kukuombea, wewe ukimbie uende nyumbani. Na hapo ndio tukatuma Roba na that my brother au wamfuate, wajue sasa mpaka kwake. Wanamfuata na Nduthi. Na Nduthi. So unajua huyu mama, kuna wale washirika pastors wako hapo, yeye hawajui, maana huyu mama ni mgeni. So huyo pastor pamoja na my twin brother ndio tuliwatuma, wakaingia. Chukua Nduthi, wanamfuata mahali anashukia. Hapa hakuwa na drive, alikuja na gari yake, maana hata yeye amekuja huko na hataki hata familia yake wajue amekuja mahali kanisani. So unapata hata kama ni mtu alikuwa na gari yake ama nini, hatumii hiyo gari yake. So wakamfuata mahali anashuka, au pia wanaweka break hivyo. So wakafika, wakajua kwake na wakarudi. So the following siku ya ibada ambayo ilikuwa Friday, hapo ilikuwa Tuesday, tukaambiwa mama afike mapema sana, maana tumeenda mlimani kumuombea. Maana hizo ndio lugha tulipata sisi, watu wanadanganyago nazo. Tumeenda hiyo siku, tumeachana na yeye, tumeenda mlimani kumuombea, na kitu ambaye Roho wa Mungu atatufunulia tutakuja tumueleze. Na haikumaliza the second day, tukampigia simu tukamwambia tumefika maombi na tumeanza kumuombea, na ikiwa kuna watu wanahitaji tuwaombee, kama kuna jambo ambazo zinahitaji maombi, watutumie kama prayer requests, maana tuko maombi, tunaombea familia yake. Na baadhi ya zile information tuliweza kupata kwa ule mama, tulijua kumbe ako na mtoto msichana na anafanya kazi nchi za nje. Na tukajua ule msichana ambaye anafanya nchi za nje anaweza tukamshirikisha kwa hii maombi, na akatusaidia yeye kupata pesa kwa huyu mama in case huyu mama asipotupea pesa ambazo sisi tunahitaji. Na hapo ndio tukaambiwa mama, siku ya huduma hakikisha umefika tena mapema sana. Na hapo sasa ndiye alikuja akafika baada ya kumuombea. Tukamwambia wakati tuliachana na wewe tulianza kufunga na kuomba, lakini tumeambiwa kuna uchawi ambaye inapigana na maisha yako sana. Usisahau sisi tuna capitalize kwa zile information tuko nazo, na tumwambizo information zake zote. Tunaguza mambo mawili matatu kumuhusu kuhusiana na the same information ambazo ako nazo, tunaachia hapo. Hamwezi maliza, mkimaliza information hakuna venye mtaendelea na yeye. Na yeye, nice, that is the point. So ni kuguza vitu mbili tatu mnaacha kumuhook. Na baada ya hapo ndio tukamwambia sasa atafute sadaka, I think it was 21,000 or 14,000, na atafute hizo sadaka. Tunataka kuenda Tanzania Moshi kuvunja madhabahu ya maroho ambayo inamsumbua. Na huyo mama kwa sababu ya zile information mbili tatu ambayo tulikuwa tumeshika kutoka kwake, na istoshe wakati wale walimfuata tulitumia sasa hiyo information kumconvince ya kwamba tumekuwa maombi na hata tumefunuliwa vile alienda na mpaka vile kwake kunakaa. Maana wale walipomfuata mahali alishukishwa na gari akatembea kwa mguu, alienda mpaka akaingia akafungua boma mahali akaingia. So wakati anakuja hiyo siku tukiwa tunamuombea, ni baadhi ya vitu tulikuwa tunatumia kuspice ile prophecy yetu ya uongo kumconvince. Na tukamwambia mama, hata wakati tunaomba na wewe nimechukuliwa na Roho wa Mungu, na wale wamekuwa kwa hizo false prophetic church, hivyo ndio vile vitu zinafanywa. You have to make these people believe in what you are saying. Na mwambie nimechukuliwa na Roho wa Mungu, nikiwa nimefunga macho ninaonyeshwa kuna mahali unaingia na kuna gate ambayo linaonyeshwa imepakwa rangi ya black, na hapo juu ya hiyo gate kumeandikwa God is able. Hapa ni kwa nani? Utasikia mama anakuambia mchungaji, hapo ni kwangu nyumbani. Now the question is, mumejua aje mpaka kwangu? Now that is our wow factor. Na hata vile tunaongea na wewe, mabati ninaonyeshwa ni ya red, na kwa hiyo boma ninaona kuna kitu inakaa kama duka ya cereal hapo nje. Hii ni duka ya nani? Anasema mchungaji, hiyo ni duka yangu. Huyo mama mshampiga 10 million. Kila kitu mtakuwa mnamwambia from those kind of material information nimepata, kila kitu anaamini. Na hapo ndio tulimwambia, maana kwa mazungumzo tulijua kuna msichana ambaye wako na wako related, mtoto wake ako nje za nje. Na tukamwambia mama, tunaenda kuomba na hata baadhi ya huyo mtoto na wale mko na wao tunataka mraise sadaka ya 50,000. Na hizi sadaka
tunataka itusaidie kufacilitate sisi kuenda mahali tunaenda maombi. Na akatuambia mchungaji, kwa sasa nitalete, I think aleta around 14,000 or 21,000. Siwezi kumbuka maana ni muda mrefu kidogo. So zile pesa alileta, tukajua huyu mama ikiwa anaweza akatoa hii 14,000 ama 21,000 ambazo ameleta, huyu mtu ana uwezo wa kutoa pesa zingine nyingi. Sasa tukajua huyu mama tutamngojea. So zile information tuko nazo na ile tumemrestart, kwanza tumeshashika imani yake na mawazo yake. Kwa hivyo anatuamini. Tunaonanga mambo ya watu. Na hapo ndio tukasema hizi picha ambazo tumezipata passport tutapeleka kwa Saiba mahali wale vijana tulipata huwa wanapelekea Bishop Michael Njoroge vitu zake za kazi zitengenezwe. So ile picha ilienda ikatengenezwa, ile passport yake ikatengenezwa vizuri na jamaa kwa Saiba anaelewa hii kazi vizuri, akamweka akiwa kama ako ndani ya jeneza na amekufa. Na baadhi ya zile information tulikuwa nazo tukarudi tunajua boma. Kwa hiyo boma yake mzee wake alikuwa na shida tofauti, shida ya kazi ilikuwa imeisha. Mzee wake alikuwa mwanajeshi na kulikuwa na shida ni kama imetokea amesimamishwa kazi na vitu vingine kama hizo. So tukajua huyu mama, baadhi ya karatasi tutakuwa nayo, tutaandika mashida zile tumefanikiwa kujua za huyu mama, za watoto wake, na zingine tunajua ni yeye alikuwa anatuambia direct. Kwa hivyo tutaziandika, tuziandike, tuzikunje na tuzifunge na vitambaa ya red na black, ikae ni kitu ya uganga na uchawi. Na tuingie pale Jogoo Road opposite Makongeni, utapata kuna majamaa wanauza vitu za tradition sana. Hizi vitu za kienyeji za utamaduni hizo. So tuchukue vitu zinakaa za uganga, zile waganga wao wanatumia mahons. Yes, good. Vitu kama hizo. Tuchukue vitu kama hizo, calabash, vitu kama hizo zinakaa weird. Hizi masanamu ambazo zimetengenezwa fani na kama mnyama fulani, vitu weird. Yes. Na tukachukua tukazidecorate vizuri na tukachoma vitu kama makaratasi mingi. So hizo majifu tukazipaka hizo vitu, hata ukiziangalia zinakaa vitu zimezeeka, tumepaka mavumbi na vitu kama hizo. So baadhi ya zile vitu tuliweza kudecorate ilikuwa ni hizi calabash. Na tukamwambia huyo mama, hizo pesa ambazo ulitupatia tumezitumia sisi kuenda mpaka Tanzania, na kuna mahali tulifika huko tukapata ndio madhabahu yenu ambayo imewafunga, mumefungiwa huko Tanzania Moshi. Na yule mama kwa sababu sasa hapa anaamini kila kitu tunamwambia, na hapo ndio akiwa tunamuombea tukatoa zile vitu tumetoa kwa madhabahu ya waganga huko Tanzania Moshi ili aone. Na hapo alipojiona ako sasa ndani ya jeneza, huyo mama alikuwa anatuamini kiwango ya kwamba pesa yoyote tungemuitisha kutoka pale, pamoja na zile mashida ambazo ametuambia na vile sisi tumezitumia sasa kuzigeuza, kuziandika. Kwa mfano kama yeye tayari hapa tunamwambia katika ulimwengu wa roho huyu mganga alikuwa ameshakuua spiritually. So sisi tunachukua wiki ambayo inafuata, kama next week pengine kuna tuseme tarehe 15 next week. Pengine itakuwa siku fulani. Kwa hiyo makaratasi tunaandika tarehe 15 next week ya hiyo mwezi ndio huyu mganga amepanga utakufa. Kwa hivyo tumeandika mpaka siku yake ya kufa. Vitu vya kutisha kama hizo. Na huyo mama tukamwambia sasa hizi vitu ambazo tumezileta hapa itabidi utafute sadaka kiwango fulani. Na hizi sadaka usipotoa kabla ile siku ambayo umepangiwa siku yako ya kufa, ujue utakufa, na kama wewe utakufa is either your daughter, mtu unapenda lazima atakufa. So hapa tumewini imani yake na kila kitu tunamwambia, sababu ya zile impact ya zile information tulikuwa tukimguzia, anaamini kila kitu. Na hapo ndiye alitoa pesa zile tulikuwa tunataka, na tukajua sasa siku Njoroge ananifungulia kanisa Bungoma, at least pia mimi nimejipanga, niko na tushilingi twangu 2-3. In fact nikifika huko sitahitaji kusukuma hawa washirika sana mambo ya sadaka. Nitafika huko niweke hata kama nikanyumba, nichukue kanyumba mahali, nianze kujipanga from there. Na ilikuwa vile tulipanga. So mimi nimefika Bungoma, tumefika huko sasa tukajua hizi makanisa ndio in order ushike washirika itabidi ukuwe unatengeneza miujiza za uongo na kutunga maibada za ambazo mnajua vile mtapata pesa kutoka kwa hawa watu. Kwa mfano hiyo siku nimeenda Bungoma, hiyo siku naenda kufunguliwa kanisa Michael Njoroge. Tukiwa na yeye kwa gari zile ambazo tumekuja nazo, kuna junior pastor mwenye alikuwa anatusaidia kupata information za watu. Na baadhi ya hawa junior pastors, mmoja alikuwa amechukua simu yake ameweka kwa mfuko, na kila mshirika ambaye anaingia kwa kanisa, kazi yake moja ni kuwasalimia, kuwaombea, ndio kila mtu aingie kanisani. Na hapo wakati anawaombea, mimi simu yangu na yeye nimempigia direct na zile free airtime za pengine Airtel na vitu kama hizo. So simu kila kitu anaongea na huyo mshirika mahali mimi niko kwa gari, ninasikia kila kitu. Lakini sasa vile ile information ule mtu ataichukua kutoka kwa huyo mshirika, ndio mimi nikuje niigeuze niitumie sasa kama kuwatabiria baadaye, ni tofauti sana. So kwa mfano utasikia huyo jamaa amesimama kwa mlango, washirika wanaingia kwa kanisa na ataanza kusema
Mama, ni mara ya ngapi kuwa hapa? Anasema ni mara ya kwanza ndio nimekuja kuwatembelea. Umewahi kuja kanisani kwetu Nairobi? Hapana, sijawahi kuja Nairobi. Ni mara ya kwanza tunaona. Hii ushafungua kanisa Bungoma? Hapa nishafungua kanisa Bungoma. Na mliana na Njoroge? Yes. Si ndio spiritual father. Lazima afungue kanisa. Lazima sasa watu wamuone ndio aashe in ule anataka kuacha pale. Yes. So lazima ni introduce kwanza kwa watu. Kama tu venye wanasiasa huwa wanafanya. Akitaka kushika mkono. Nice. That's yangu. Akushike mkono. Na hapo sasa ujue tumetembea sasa na watu wetu kama 3 ama 5 wale wa kulipa sasa. Watu wanatoka Nairobi. Hapa pengine utapata kuna mama mwenye akikuja hapa pengine alikuwa kwa wheelchair. Wakulipa. Yes. Unamlipa ndio afanye kitu na kama miujiza, ikae ni kama miujiza imefanyika. Yes, that is the point. Yes. So hapa tumekuja Bungoma, sisi ni wageni na watu wanajua Bishop Michael Njoroge, lakini hawana imani na mimi sababu hawanijui. Yes. So lazima nijipackage, nikuwe na watu wangu 3 hata 5 wale nimelipa kutoka nao Nairobi. Na mara mingi tulikuwa tunatumianga people ambaye they are less privileged in society. Of course. Kwa mfano wale makahaba, watu wakora wezi, mtu anaweza kuja na mpea deal kama hiyo. Hahitaji kungangana sana. Alafu pia wanakuanga na ujasiri ya kufanya vitu ya uovu. So ni mtu anaelewa hizi kazi. So mama kama huyo ambaye ni kahaba ama malaya tungemchukua hivyo, tunaenda naye hiyo mission. So wakati niko pale kwa kanisa nataka kutabiria watu, yeye ako baadhi ya congregations. Ni baadhi ya washirika ambao wako pale kwa church. Na hapo ndio utasikia nikiwa nimesimama pale kwa hiyo kanisa, Michael Njoroge ameniintroduce. At least mimi nahakikisha niko na watu 3 ama 5 wale ni wakulipa. Mtu wa kwanza ni ule unamwambianga kila kitu, unamwambia yeye anaitikia. Na in fact ana support kitu unamwambia. Kwa mfano, mama, ninaonyeshwa katika ulimwengu wa roho kuna mama natajua anaitwa Beatrice. Beatrice ni nani? Utasikia mama anakuambia huyo ni mother-in-law wangu. Huyu sasa ni mwenye mnajua. Mwenye najuana na yeye. Yes. Sasa huyu wa kwanza ni ile kitu mimi namwambia, yeye anakubali na anaongeza chumvi zaidi kwa ile kitu mimi namwambia, ni tuna flow na yeye. Mna flow. Sisi tuna flow. Ndio asaidie kuhuka wengine. Hawa wengine. Yes. So hawa wengine wakiona huyu mmoja anatabiriwa, wanajua kumbe vile Michael Njoroge wanatabiria watu Nairobi, hata huyu ambaye ameletwa hapa na Michael Njoroge ako sawa. Ana uwezo wa kutabiria watu kama baba yake wa kiroho. So hapo ndio utasikia naambia huyo mama, Beatrice ni nani? Utasikia nakwambia ni mother-in-law. Namwambia mother-in-law, kuna wakati mlienda kwa mother-in-law na akawaitia sherehe mkakula, na baada ya kutoka hapo ukaanza kusumbuliwa na tumbo. Ananiambia, utasikia anasema, ni ukweli mtumishi wa Mungu, tuliitwa na mother-in-law pamoja na watoto wangu na mzee, na ni kama mimi ndiye hapo ananitakaga kwa hiyo boma. So wakati alitupikia chakula ni kama alikuwa ameniwekea kitu. Namwambia, na baada ya hapo ulisumbuliwa na tumbo, dakika ya mwisho ukaenda ukafanyiwa operation, na iliwa cost a lot of things, na pia mkatumia pesa nyingi sana, na hata kazi ya mzee wako naona inaisha kwa sababu ya ile matibabu mlianza kutumia. So unaona kila kitu mimi namwambia, yeye ana support na ana backup kitu mimi nasema. So ni mama ambaye naweza nikaongea naye vitu vingi sana na akasupport na kabaki na watu wakaamini huyu mtu ni kutabiriwa na tabiriwa na ni mgeni na ni mara ya kwanza na tujaionana. Na baadhi ya watu wengine wako kwa hiyo congregation ni wale nimetoka nao Nairobi. Sasa hawa nimejipanga na wao. Hawa ni watu wanajua sasa vile muujiza ambaye itaombewa na mtu apone kwa hiyo ibada immediately, instant miracles. Yes. Kwa mfano kuna mama mmoja tunataka pengine ni fibroid ako nayo ipone kwa ibada. Ni mfano natumia na I'm choosing ama I'm selecting kwa zile baadhi ya vitu vingi ambayo tulifanya ama nilifanya, najaribu kuchukua mfano mmoja ndio watu waanze kuelewa misingi ambayo naweka. Kwa hivyo ni mtu ambaye tunataka aconvince watu, alikuja akiwa na shida na hata ako na document za hospitali ambazo zinaonyeshwa magonjwa yake na vile ataombewa siku hiyo na vile hiyo fibroid itatoka kwa mwili wake. So hapa mama anakuja, unapata kuna zile maini inakuwa smashed vizuri polepole na anaenda anaweka kwa nguo yake ya ndani kama vile wanawake huwa wakiwa kwa hedhi yao huwa wana hizo shughuli zao. Yes. So huyo mama baada ya maombi ataombewa na hizo fibroids zitatoka, na hata kutakuwa na wamama 2 watatu ambao wataenda kumshughulikia, wataona kweli kuna damu hizo zimetoka. So fibroid ikitoka unajua inatokana kama ni clot of blood. So maini wakati imekuwa smash na kuna vile inakaa kama fibroids. Now that is the essence. Na usisahau hapa tumetumia mpaka pesa ya kwenda kwa hospitali fulani kulipana waeke muhuri kutoka kwa hospitali fulani. Huyu mtu ambaye kuja hapa na akapimwa na kila kitu na akaonekana ako na fibroids. So mnalipa pia huko? Huko kuna lipo pia. Na mnawaambia mnaenda kufanya nayo nini? Kuna watu wenye sisi wanajua na tulikuwa introduce kwao na wachungaji wakubwa sana kwa taifa la Kenya wenye wao wanafanya hizo vitu. Yes. So
tukienda hapo wakijua nani amekurefer ni kazi rahisi sana, hakuna kusumbuana na wao. Na wengine hata kama ni mtu alikuwa na crutches, mnamwombea mnataka apone. Mpaka ile siku alikuwa admitted hospitali, wakati alipatanga ajali akavunjika mguu, ama pengine kulikuwa na vitu ambaye eleweki, mguu yake ikafura ikafika mahali anafaa akatwe na vitu kama hizo, lazima tukuwe na backup ya hospital. Ni kwa nini? In case watu wakikuja wachunguzi wanataka kuchunguza hiyo muujiza ilikuwa ni ya kweli ama sio ya kweli, unapata kuna backup ya hospitali na imepigwa muhuri mpaka siku na tarehe, na huyu mtu akionyesha hizo document. Maana kuna wakati ilifika tulikuwa mpaka sasa kwa UTV na baadhi ya zile local stations, so lazima tunge backup miujiza yetu na proof ambayo inaonekana. So ni baadhi ya relevant example najaribu kupeana, ndio ile our viewers waanze kuelewa where what I've been doing. Na hiyo ni baadhi ya scenario. So tutoke hapa tumefika Bungoma. Hiyo ni baadhi ya scenario moja. Pengine niguzie kitu kingine moja ambaye pengine watu wanaweza kuwa they resonate with it. So sema yote. So kuna mshirika unaweza pata ameingia kwa ile kanisa na kuna simu imewekwa tu hapa kwa mfuko vile nilisema, na mimi niko kwa gari. So ule mchungaji ambaye ako kwa mlango, kazi yake ni kuhakikisha licha ya kuwa niko na watu watatu ama wawili nimetoka nao Nairobi na tumepanga muujiza vile tutadanganya hawa watu. Kitu ya pili on my other side ni huyu mchungaji yako kwa mlango ahakikisha amenipatia information at least ya watu 30 ama watu 50. So nikikuja hapo nikisema ninaanza kutabiria hawa watu na baadhi ya vitu na sarakasi nitakuwa nafanya, sitabiri tu wageni ambao wamekuja, natabiria pia watu ambao wamekuja wa hiyo mji. Mtu mwenye anaweza kuwa na jirani yake hapo na na rafiki ama na relative anamjua. Kwa mfano huyo jamaa akiwa hapo, akiwa ameweka ile simu yake pengine kwa kakoti hapo, anajifanya ni kuombea wakiingia. Utasikia anaomba tu vizuri. Anasema Baba katika jina la Yesu Kristo. Nakushukuru kwa sababu ya huyu mama ambaye ametutembelea hapa kanisani ama mahala pa maombi. Wakati amefika Bwana, ninaomba ufungue anga yake. Na utasikia mtu anaanza kumwambia, "Mama, hata wakati tunaomba ninasikia naambiwa tuombee, tukemee magonjwa. Shida ya magonjwa naambiwa tukemee roho ya magonjwa." Huyo mama mwenyewe ndiye ataanza kusema, mchungaji, ni kweli mimi nimekuwa na shida ya mwili wangu ikinisumbua kwa muda mrefu. Sasa ule mama yeye anaulizwa kitu ni kama anaombewa, lakini yeye ndiye anaanza kufunguka. Na ataulizwa hivyo usikie mpaka wanamwambia, "Na pia naambiwa tuombee tukemee roho ya ulevi sana kwa boma yenu." Utasikia ndiye anakuambia, "Mchungaji, mzee wangu ndiye amekuwa akikunywa sana kwa muda mrefu hata asaidiangi familia." So yeye anaguzwa tu kidogo, yeye anafungua vitu vingine vingi. Yes. So mimi nikiwa huko nyuma behind the stage, mimi niko na kalamu ni kuandika. So nikikuja pale kwa ile madhabahu, nimeguza ule ambaye ako na fibroid, ule mwingine ambaye nimetembea naye kutoka Nairobi. Sasa nikiguza tu huyo mama mmoja, pengine kuna watu 2 watatu anamjua, niguze nimwambie, "Na hata wewe mama, ninaambiwa tuombee tukemee roho ya ulevi sana." Utasikia ananiambia, "Mchungaji, ni ukweli mzee wangu anasumbuliwa na pombe sana." Alafu ndio utasikia na mhuku namwambia, "Wakati tumeanza kanisa ama maombi hapa, ushukuru Mungu maana maisha yenu itaanza kufunguliwa kutokea leo." Na hiyo pombe ikuangi ya kawaida. Mzee wako alienda, kuna mtu alienda kwa uchawi na akamrushia hiyo roho ya kukunywa pombe. Na unajua sasa kitu unamwambia ni kwa sababu pia wanaamini mambo ya uchawi sana katika ile community. So unamshikanisha na imani yake. So hiyo crowd unapata maana wana relate na vitu ya witchcraft. So ukimwambia mambo ya wachawi wana relate na wana resonate nayo vizuri sana. Hiyo pombe anakunywa sio kupenda kwake, ni roho alirushiwa mahali alikuwa amelelewa. Pengine huyu mzee huyu mchungaji mwenye yako kwa mlango akuwa ameguzia tu, amemuuliza, "Na mama nyumbani ni wapi?" So atamwambia, "Hata mimi natoka pengine Bungoma, mahali panajulikana tuseme kama Kandui kwa center, kitu kama hiyo." Sasa hapo ndio mimi najua vile nitapanga ile information. Nikikuja kumwambia namwambia, "Na hata ninaonyesha hiyo uchawi inatoka mahali panajulikana kama Kandui, mahali kwa center ama kijiji fulani." Maana yeye anajuana na ile kijiji. So the point ni kuhakikisha nimewin imani yake na nimewin wale washirika ambao wako hapo waamini wanatabiria watu. Hizo ni different source of information. Na baadhi ya informations kama hizo now wacha nitoke hapa, pengine tukikuja kufanya pengine episode 2 kuna vitu vingine nitaguzia, lakini nataka niguzie mfano mwingine tofauti. Kuna mfano mmoja sasa hapa nikiwa nimetoka Bungoma, baada ya muda nimeacha ndugu yangu mdogo ndiye anashikilia kanisa ya Bungoma. Tukasikizana na my twin brother, wacha tuje Nairobi, turudi Nairobi, maana hapa sijahama Nairobi bado. Nairobi ndio main operation base, ndio home. Lakini hapa tunaendanga kwa sababu ya kanisa na huduma ile imefunguliwa huko. Sasa mnafanya huduma siku ngapi kwa wiki? Sasa hatukuanza na ibada ya Jumapili. Sisi tulikuwa tunafanya Tuesday na Friday. Ikifika Jumapili hao washirika waende kanisa zao. Lakini katikati ya wiki ndio tunakuja kuwashika.
hizo kanisa zao si yenu, like it's not a branch kama hii yenu, ni ingine tofauti. Sasa hii ambaye sorry, wengine ni wa Catholic, wengine ni wa SDA, lakini yes. Sio umesikia hizo vitu kwa radio. Hapa kuna kujwa na kila miujiza. Yes. Huku kuna miujiza. Huku wanafuata miujiza. Huku hakuna mambo ya religion. Wewe kama ni mwabudu mapepo, wewe ni mganga, wewe ni mshirikina, wewe ni kanisa gani? Watu wote wanakuja yani kila mtu anakuja huko. Yes. So unapata tulianza na hii baada ya katikati ya wiki. Alafu sasa ndio ili turn up ishike vizuri Sunday, kukuwa na turn up kubwa vizuri. Ni kuwashika katikati ya wiki, alafu tunaanza kuwa introduce kwa Sunday service. Pole. Ni strategy, everything is strategy. So katikati ya wiki unapata tungerudi, mimi ninarudi Nairobi na ndugu yangu akimaliza, tunarudi Nairobi, tunaendelea na shughuli zetu zile zingine. So ikafika mahali tukaika ibada ni Jumapili hapo, ndugu yangu mdogo anashikilia hapo. So tukaambiana mimi na my twin brother, mbona tusifungue kanisa yetu sasa hapa Nairobi? Wapi pazuri? Tukasuggest ni Roiro. Sasa hii si ya Njoroge. Na kweli tulienda pale Roiro. Kuna kanisa ya Bishop Michael Njoroge, branch yake ilikuwa na ndugu yake anaitwa David. Wale wanakumbuka pale Nibs, opposite Nibs College, pale Roiro Kimbo. Direct Kimbo. Opposite kulikuwa na kanisa ilikuwa hapo na tent ya blue. So hapo ndio tukawa tunaenda kusaidia huyo mchungaji kazi. Na hapo ndio tukapatana na mama moja tukiwa tunaombea watu, na tukaambia huyo mama tumeambiwa na Roho wa Mungu tukuje tulete maombi kwako. Na huyo mama akatuambia sababu alikuwa na changamoto za kiroho, alikuwa amekuja huko kutafuta suluhisho za kiroho. Na tukamwambia ni sawa, tutakuja kuleta maombi kwako. Na tukapanga na huyo mama one of the Saturday. I think it was one of the Thursday. Tukaenda na tukapata mama ako peke yake, akakuja akatuchukua, tukaenda kwa nyumba, alikuwa na mtoto wake, tukawaombea. Tukatoka huko, huyo mama sijui alitupeanga 7,000 ama 14,000. Na tukaona huyu mama ni mzuri. Huyu mama anajua kupokea wachungaji vizuri. Huyu mama si mbaya. Ni mtu anajua kushika watu ugeni. Tukamwambia sasa mama, kitu tutafanya next week tukija, at least ongea na majirani na marafiki, watu 2 watatu, hakikisha tukija usikue peke yako na mtoto wako. Siku tukapata watu 7. Tukajua hapana, hawa watu tutawaacha hivi. Kitu tutafanya, tutajua vile tutapata information ya hawa watu kupitia tu vile unaingia kwa vibeti yao mnapora na vitu kama hizo. Na ikiwa inafika ni njia nyingine tunataka kutumia, tulikuwa tuna njia nyingine tunataka kutumia kupata information za washirika. Unapata tunatuma a junior pastor wetu ama mtutu mmoja kutoka kwa Michael Njoroge, anakuja kwa hiyo ushirika ambaye tumeanza kwa nyumba ya huyo mama. Yeye anafika mapema kabla sisi hatujafika. So akifika mapema mbele yetu, anakaa huko anasikiza zile historia wale wanaongea, vitu ambayo wanaongea casual vitu tu za kawaida. Na hapo ndio utasikia hata anasalimiana na mtoto hapo. Utasikia anaongea na watoto huko, anauliza mtoto, mtoto, habari yako, mambo poa sana. Kwenyu ni wapi? Guka naitwa nani? Shosho naitwa nani? Jana mlikula nini? So sisi wakati tutakuja sasa, hizo vitu ambazo alikuwa anauliza ama anasikia kwa wale washirika wakipiga casual history, sisi tunajua vile tutaigeuza ikuwe ni baadhi ya vitu tunaonyeshwa na Roho wa Mungu sasa hapa. Kwa mfano, mtoto, unajua watoto wakati anatengeneza urafiki na wao, unapata wanaongeanga vitu vingi sana. Utasikia mtoto anakuambia mpaka jina ya baba yake, ile shule anasomea, ushago kwao ni wapi, hizo details. Sasa sisi zikifika kwa meza yetu, hizo ni resource kweli. Hizo ni resource ya kuingia kwa unabii. Na hapo ndio utasikia unaingia, unaanza kutabiria watu. Unamwambia mama, na wakati tunaomba nimefunuliwa kuna jina ya mtu natajiwa jina Bungoma. Na hapa Bungoma nimesikia nimetajiwa jina ya Wafula. Nani ako hapa anajuana na mtu anaitwa Wafula? Hapo ndio utasikia mama anakuambia Wafula ndio saa name ya kwetu, huko ni kwa baba yangu. Naambia tuombe sana, maana inaonekana kuna vita inatoka kwa misingi ya kwenye nyumbani. Kama kitu tu kadogo unaachia hapo. So hiyo ni baadhi ya information leo mtu angepata kutoka kwa watoto. Lakini sasa vile sisi tutaipresent, sio vile tulipatiwa, tunaigeuza ndio ikuwe na impact. Na baadaye utasikia kuna story wale wa mama wakifika pale kwa ushirika wanaanza tu kujuliana hali. Unasikia mama anauliza mama mwingine, mmeshinda aje? Mmelea vizuri? Na sisi tuko wazima, tunashukuru Mungu. Unajua tu venye watu wanashuhudiana katika wokovu na vitu kama hizo. Utasikia wanamuuliza, na watoto wanaendelea aje? Yeye atakwambia tuko sawa, lakini kwanza mtoto wangu huyu Shiko amekuwa akinisumbua sana, na huyo mtoto naona ni kama anataka kuacha shule. Sasa ule jamaa pastor wetu akiwa ako ndani yao, hiyo ni baadhi ya information amesikia, akijifanya ako nje anapiga simu. Na hiyo sasa ndiye atatuambia kuna mama ako hapa, kuna mtoto anaitwa Shiko. So sisi tukikuja hapo, baadhi ya zile unabii tutatumia kushika mawazo ya hawa watu ni baadhi ya vitu kama hizo. Na tunaweza kosa kupresent hiyo unabii tumepewa siku hiyo kwa hiyo meeting,
tukuje tuipresent next week. Hata connect. Hata shikanisha. Yes. Next week sasa tunakuja ni kama tukiwa maombi, kuna vitu tumefunuliwa kwa usu na tukaonyeshwa kuna mtoto wako hapa na ni kama anataka kuacha shule. Na nani yako na mtoto unaona alikuwa anaendelea vizuri na masomo na ni kama masomo anataka kuacha shule. Sasa huyo mtu mwenyewe ndiye atajitokeza. Sasa ukimpata tu, maana mko na information zake zingine, undi atatumika sasa kushika imani ya watu wengine. Na usisahau hapa bado tukimaliza ibada watapiga magoti tukiwaombea, tukiwamaliza kuwaombea tutaingia kwa vibeti kama kawaida, tutapora mabagi zao wote. Sasa tukikuja hiyo wiki nyingine tuko na ujumbe yao nyingi sana. Sasa hapa ndio unabii taanzanga yenye haitawaisha. Na hapo pia utapata ushirika inakuwa kubwa. Baada ya wiki kama 3 tulipata wale watu sasa ile nyumba ambayo tulikuwa tungeweza kutoshea, tukawaambia watafute nyumba nyingine. Hapo ndio tukapata wameongezeka, wamepita 15 people, 14 to 15 people. Maana wanaenda wenyewe wakiitana. Na hivyo ndio tulianza kanisa ambaye watu wa Roiro ama watu ambao tutembelea Roiro walisikianga watu wanaitwa Twins Prophet. Hapo ndio tulianza hiyo kanisa. Na hiyo kanisa ungeenda pale Roiro mahali panaitwa Hilton kwa booster ya Safaricom. Tulijenga kanisa kubwa sana hapo. Inaweza ikabeba watu zaidi ya 450, 500. Na hii shamba ni ya nani? Hii shamba tulikuwa tumelease. Tukaweka temporal structures. So wakati sasa tulianza kufungua kanisa hapo, ndio tukaanza kuona kumbe hii kazi inategemeanga ni creativity ya mtu. So the more you give it your time and your creativity, the more utaenda ukishika watu wengi, na bado ndio the more mtaenda mkigrow. Na hapo sasa tukaambiana na my twin brothers, zile kanisa zingine ziko Bungoma na Kisumu, wacha tuachie wale junior pastor waendeleze. Sisi let's concentrate with this. Maana hii sasa ndio yetu. Sasa hapa ndio ilifika mahali ndugu yangu tukagundua kumbe hawa watu tunaweza tukakuwa na information zao na tukatumia hizo information kupata pesa nyingi zaidi. Na hapa tukaanza kutafuta pesa ya kuingia kwa local programs za TV. Na kweli tukapata hizo pesa kutoka kwa washirika, na tukataka sasa kufika mahali tufungue mabranches. Na sasa the more tunataka kukua wakubwa kwa hiyo unabii wa uongo, ndio inatupul zaidi tuanze kufanya vitu vingine vingi. So siku moja tukapatana na mshirika mmoja ambaye alikuwa ni matajiri sana, na huyu mama alikuwa lecturer katika one of the chuo vikuu ambazo ziko Nairobi sitataja. Na hata baba yake alikuwa one of the senior lecturers huko. Na tukasikia kutoka kwa huyu mshirika ya kwamba kuna properties, kuna land wanataka kuuza, lakini baba yake hayuko tayari kuuza hiyo shamba. Huyu mama alikuwa mshirika wetu. Na wakati huyo mama alitupea hizo habari, tukajua vile tutafanya, tutaenda kwa huyu mama, twende tuchukue nyoka na mizekobe tortoise na vitu vya kutisha kama hizo, tumweke kwa boma yao, alafu tuwaconvince wachawi ndio walikuja wakaweka hizo vitu, na sisi siku tutaenda kutoa tuwaitishe pesa. Na kweli tulifanikiwa, tukaenda tukafanya hivyo, na huyo mama akatoa pesa. Lakini sasa wacha nionyeshe vile hii kitu tulikapanga. This is how it happened. Huyo mama tulimuita kanisani, maana sisi kitu ya kwanza tulikuwa tunapanga strategy ya kazi vile tutafanya. So tukiwa na blueprint kwa meza ile kazi tunataka kufanya, hapa sasa ndio tuta execute now that mission. Tutajua tunahitaji nani na nani watusaidie kufanya hiyo kazi. So huyu mama tukajua mahali anaishi hatuna funguo ya kwake. So hapa ndio wakati amekuja kanisani akiwa amepiga magoti anaomba, tunamuombea. Hapo ndio ndugu yangu alichukua kifunguo na baadhi ya vijana mmoja, mimi nikibaki nikiwa kanisani, wakachukua funguo kutoka kwa bagi yake. Maana walikuwa wamemfuata, wamejua mpaka kwake. Walienda wakafungua gate na wakaingia kwa boma, wakafungua nyumba na wakachukua zile wanyama za kutisha ambazo tulikuwa tumetoa. Na hizo vitu nazo nasema wanyama za kutisha tulikuwa tumezitoa naye sisi kwa baadhi ya wachungaji ambaye ni manabii waongo wakubwa. Na sitawataja majina maana wengine ni wachungaji wakubwa sana Nairobi, na bado wanaendelea. Na wako saizi, na wako na waumati ya watu wengi sana. Na bado wanaendelea na uongo. So tulienda kwao. So ilifika mahali, hiyo ni mfano wa kwanza nimeguzia. Ilifika mahali hiyo mission ilitulazimisha sasa tuanze kuenda mpaka sasa makaburini, kuenda kutafuta mifupa za watu ambao wamekufa. Kwa mfano tungepata kichwa kama ya mtu ambaye amekufa, hiyo kichwa mnafufua. Sasa wale undertakers, wale watu ambao wanafanya usafi kule makaburini, ku take care of graveyards, au ndio tungeenda tuwalipe pesa, tuambie waende watutolee body part fulani ambaye sisi tunataka kutumia. Wacha nipeane mfano leo, mfano ya kitu tofauti sana. Pengine tungeenda tuseme tunataka tu skeleton ya mtu. So mnaenda kama Lang'ata Cemetery ama Karioko.
Na so kuna mtu walizika mtu wao lakini labda kichwa hata ilienda. Kitambo sana. Yes. Na maana sasa tumefika mahali tumegundua hawa watu mkiwaekea vitu za kutisha ndio mnaweza mkapatana na mtu potential ambaye ni baadhi ya watu matajiri wamekuja kule makanisani kwetu na wakatoa pesa nyingi. So the more nilisema the more tunataka kugrow kwa hiyo kitu ndio the more inatupull tuanze kupanua mawazo yetu na kufikiria outside the box. So tukatoka kwa ile level ya kwenda kutafuta information, level ya kuwekea watu wanyama, kwenda kuchukua wanyama na kuwekea watu, kuwadanganya waganga ndio wamewekea na wachawi, tunakuja tunatoa, wanatoa pesa fulani ya kwenda kuvunja na kuharibu hizo madhabahu. So hapa imefika mahali ni kuanza kudeal na mavitu kama skull, human body parts, ambazo sisi inategemea ni game gani tunataka kupanga na ni nini ambaye tunajua tukiweka kwa ile boma itatisha. Yes. Leo acha nipeane mfano tofauti pengine ambaye sijatumia mfano kama hii mahali. Kwa mfano kuna mahali tuliona huyu mzee kuna shamba wanataka kuuza. Kuna mnunuzi lakini hajafanya uamuzi. Hiyo information tumepata kwa mtoto wake. Yeah. So hapa unapata tunaenda kule makaburini tunanunua zile vitu, body parts. Kama ni skull tunataka kichwa peke yake. Ama pengine tunataka mkono peke yake kutoka hapa. Inategemea ni game gani. So kuna wakati mmoja tukajua hawa watu vitu ambaye inaweza ikatisha sana ni kichwa ya mtu. Tukaenda tukachukua zile vichwa ya mtu kule makaburini na tukaenda kwa boma. Kuna vijana tulikuwa tunafanyanga kazi na hao wezi wa kora ambao wanaelewa hii kitu vizuri, na hao tuliwapata kutoka kwa Michael Njoroge. Alafu kitu fani na hizi makanisa, unapata makanisa za manabii wa uongo huwa wanashare vitu ambazo ziko common. So unapata kama ni kuwekea watu vitu ndio waende watoe waseme ni wachawi. Unapata sio hiyo kanisa yetu peke yake tunafanya ama ya Michael Njoroge. Kwa hizo false prophetic ministry huwa wanafanya the same thing. So sisi tulikuwa tunajaribu kuangalia hata kama ni kwa TV ni kitu gani ambazo wale manabii wa uongo wale tunajua hawajatumia hizo material sana. So tunataka tukue na kitu unique. Yeah. Na pia tuwezi tukatumia kama leo tulitumia pengine nyoka, next time hatutashindana tukitumia nyoka. So tunataka tukue na vitu tofauti ya kufanya ile kazi. Yes. Na hapa ndio ilitulazimisha tuanze kufikiria outside the box, tuanze kuingia sasa Lang'ata. Na tukapata mshirika, tukajua hawa watu wanataka kuuza shamba. Tutafanya aje ndio wauze hii shamba? Shamba ilikuwa Nairobi hapa. Hapa Kiambu County. So hiyo shamba mnunuzi amepatikana, anataka kulipana pesa lakini mzee hajaamua. Tukaambia huyu mtoto sasa kitu tutafanya hapa, uende uambie baba yako aanze kujitayarisha. Kuna maombi ambayo tutakuja kuleta kwao nyumbani. Lakini kabla hiyo siku haijafika, huyu msichana usisahau ni mshirika wa kwetu pale kanisani. Kwa hivyo information yote wanapanga na baba yake sisi bado tunajua. Na hapo ndio tulitaka huyu mzee atuelewe na atujue vizuri. Tulimwambia hebu kuja kwetu kanisani, kuna ujumbe tuko nayo yako. So alipokuja, sijui kama muda wetu umeenda sana. Tuko sawa. Kabisa. Alright. In case muda ukienda sana ni signal. Maana sasa story ni nyingi ndugu yangu. Tuende tukienda. Story ni nyingi. Tutakuwa na part 2. Tutakuwa na part 2. Hata kama kuna siku tutakuwa na part 3 iko sawa. Hizi TV ndio kuna shida time. Alright. Yes. So najaribu kukimbiza pia mimi vitu mbio. Usikimbize, enda tu venye unafaa. Venye unastahili. Okay, so let me give you this different example. So tungepata mshirika ambaye kama huyo ambaye nimezungumzia habari yake, ni shamba wanataka kuuza ama kuna property inataka kuuzwa, tumepata information kutoka kwa mshirika. Yule mtu ambaye ako na hiyo property, tungetuma mshirika ambaye ametuintroduce huyo mtu kwake, tumwambie hebu ambie huyo mtu akuje kwetu kanisani. So wakati atakuja kwetu kanisani, ndiyo hapo ataona vile tunatabiria watu wengine na vile tunaambia watu wengine vitu kwa uso ambaye hawajatuambia, na zile miujiza zinafanyika kwa ibada. So the essence ni kushika imani ya huyo mtu mmoja tu. Na hapa tungeenda extra mile. This work was very weird. Tungeenda extra mile kuprove a point. Ndio tushike tu mtu mmoja ambaye sisi tuna target. Pengine kuna mtu tumesikia anataka kuuza gari, ni mshirika. Huyo peke yake angefanya tutafute miujiza tofauti ya kutengeneza ili tumuhook. Na ndio ili watu waweze kunielewa vizuri. So mumuhook ndio akiuza umpate ka pesa ama kuna venye itaendana na hiyo venye nataka kuuza. Kwa mfano, kuna mshirika amekuja kanisani. Acha nitumie mfano mwingine kabla tujaendelea. Hapa ndio nijibu ile swali lako kwa haraka. Tumeona mshirika usisahau hapa tumeingia sasa mpaka kwa TV na maredio. So inatuletea watu wengi sana. So unapata kuna watu wanatusikiza kutoka sehemu tofauti sana. So huku mnatembelewa na watu wa kila aina na kila kabila.
So kuna watu wangekuja na zile aina ya gari wamepaka kwa parking ya kanisa, unaweza ukaelewa huyu mtu ni mtu tajiri best na ile kitu anaendesha. Yes. So hapo ungepata mtu kama huyo, wakati ibada zinaendelea kanisani, wale wanajifanya ndio wanasaidia washirika kupanga magari pale kwenye parking, ungepata tungechukua hata kama ni mnyama kama kobe ile ndogo, na kuna vile tu tunaifunga vizuri sana, alafu mtu anafungua kule either kwa boot mahali ama chini ya gari, ama hapa kwa gari, kwa dashboard ya gari hii, what do you call it, na nje windscreen. Yes. Ama kuna plastic tu, kuna tu mahali tu tankisha hiyo mseko, body kits zingine unaweza toa na uingize na urudishe mahali, muiweke na mrudishe kitu. Unajua tunafanya hii kazi na watu wanaelewa hizi vitu. Yes. So provided hiyo kitu ingie mahali, ama pengine unapata huyo mtu anakuja na pengine baadhi ya maombi alikuwa anataka tumuombe, utasikia anawaambia pia angetaka, ama si tuna suggest kama kuna gari amekuja naye, tunamwambia hiyo gari yako tusipoiombea, tunaona haitamaliza mwezi mmoja, itakuwa imefanya ajali mbaya na imeua mtu vibaya sana, na hiyo itakuletea shida sana. So sisi essence ni kutafuta vile tutaingia kwa hiyo gari, tukiwa tunakuja ku anoint hiyo gari, tukileta maombi kwa hiyo gari, na tuone vile tutaacha kakitu ndani ya hiyo gari na kama ya uchawi. Na hiyo tungefanya rahisi sana. Huyo mtu kitu ya kwanza wakati amekuja kuomba, usisahau ile means. Wakikuja tu mtu anakuja na mabagi yake na kila kitu tunaombea kwa ofisi, hapo ndio mtu ataingia na achukue kifunguo ya gari, aende afungue ile gari na apande vitu zake kwa ile gari na yeye atoke. Kitu mnaweka huko inakaa kama ya uchawi. Tunaweza tumia wanyama ama vitu sisi tutatengeneza. Na hata kuna mahali ilikuwa inafika mnainua ndani ya zile pillowcase za gari zile kwa kiti. Kule nyuma mnaingia mnapasua ile kiti ya gari. Si unachukua unaona gari mahali mtu anakalia. Unaweza kainamisha mbele, ukapasua nyuma ama chini ya cushion. Na mkachukua hata kama ni nyoka ama ni kobe ama kitu tu vizuri, mkachukua mkaiweka huko ndani na mkarudisha hapo vizuri sana, na hata na glue mkakarudisha. Kuna wengine wenye wako uhai, nyoka yenye iko uhai sitakufa huko na njaa. Sasa the essence ni inategemea mnataka kuitoa lini ama saa ngapi. Huyo mtu pengine mmeletewa ni mtu mnataka kumchangamkia tu haraka, hiyo kitu mnamwekea the same day na mnaitoa the same day. Saa zingine hata si lazima ikuwe hai, hiyo kitu tu kukua tu hapo, hiyo inatosha. Hata horn, pembe good. Unaona kwanza hiyo ya pembe hiyo tumefanya kazi kwanza ushago. Pembe sana inakuwa mingi sana, inakuwa na impact sana pembe. Na unajua kama hata hiyo pembe tumefanya kazi nazo. Unajua kama ni hiyo pembe tungehakikisha sio pembe peke yake. Naona venye pembe inakuanga alafu iko na shimo ndani, kuna vitu zinaingizwa huko. Good, that is the point. Bit si tushona hizi vitu vyago watu wakizitoa. Sasa sisi ndio tulikuwa tunafanya hizo kazi. So acha nikuatisha tu ukiendelea all that thought. Sasa mimi nimeona hizi vitu shago sana. Na ni ukweli ama ni uongo, ama kuna za ukweli? Mtu ati amekuja kwa boma eti kuna ango wako ama siji babu fulani mna ati anataka aone vizuri ama anataka siji muendeaje, ati kwanza inakonga chini ya pali ndizi imepandwa ama kwa roof hivi unapata iliingizwa. Hizi ni ukweli? Kuna za ukweli na za uongo ama zote ni za ukweli za uongo? Hizi vitu zote ni za uongo. Hizo za ukweli mtu hawezi kuona. Okay, wacha nijibu maana na kuna hiyo swali yako ina mambo mengi sana ambayo inafaa nijibu. Lakini kwa ile lugha ambayo watu wataelewa. Kitu cha kwanza, mchungaji wa kweli akikuja akujangi kutoa uchawi kwa boma. Maana akiwa amefunuliwa anaweza omba na ashinde hiyo kitu nguvu, kwa hivyo hahitaji kukuja kutoa. Ikiwa ule Mungu amemfunulia akaona akiwa kwa maombi hahitaji kufika. Hakuna haja kufika. Na ameonyeshwa akiwa hata mbali. So vile tu ameonyeshwa, the same science ya kiroho inafanya itumike kuidestroy. Lakini sasa hiyo unasikia imeenda imewekwa na ikatolewa, hiyo yote inakuanga ni ya uongo. Lakini kitu najua inakuanga ni nini? Mahali wao wanashinda, tunashinda nilipokuwa nabii wa uongo. Hii story kwanza kuna mtu ndamtumia. Ndamtumia mtu fulani ako karibu na mimi namjua. Ndamtumia ndiye ajue Joshua mwambianga hizi vitu hadi kwanza wanakujanga. Unampea mbuzi huyo mwenye anakuja huo pastor ama sijina ni kuna mbuzi, kuna do, kuna mahindi, kama gunia. Watu huwa wanavuna. Akitoka hapa anatoka. Kwanza anaweza enda kwa mtu maskini. Anakuvuna bila huruma. So kwa mfano hata umeleta point mzuri. Unaona kama ni kule mashambani tungeenda,
kitu ambayo tungekuwa tunafanya, tunajua uwezo wa hiyo boma pengine angalau kiuchumi. Ama pengine wanaweza kuwa hawana pesa hapo, lakini wako na watoto wako Nairobi ama wako na relatives ambayo wakiomba pesa fulani wanaweza wakapata. So tungekuja hata kama ni hiyo pembe kwa mfano, tunakuja na tunaizika kwa hiyo boma na tunaacha inamaliza hata kama ni wiki 2. Ako na watoto Nairobi. Anajua uwezo wa watoto, pesa wanaweza tuma. Yes. So hiyo kitu ikiwa imezikwa hivyo, ikikaa kama ni wiki 2, ujue tayari mvua imenyeshea. Jua imechoma, inakata, imeshinda huko hata mwaka. Yes, ama miaka. Hata miaka. Siku mnakuja kutoa hiyo kitu hapo, mtu akiangalia kwanza udongo venye imeshikana, uwezi jua ati ilikuwa ni mtu ameweka. Maana imezikwa kama wiki 2, imenyeshewa na mvua, jua imechoma, imekauka, imenyeshewa, hata nyasi imemea juu. So wakati mnakuja kuanza kuchimba na kutoa, na usisahau hapa vile mmeifunga na makaratasi vizuri, tumeweka ile chemical inaitwa potassium permanganate ama sodium metal. Sasa hapa tungetumia sodium metal. Sodium metal inakuwaga ni ya white wale najua wa chemistry form 2 form 3 wanakumbuka. So hii chemical ikiguzana na maji immediately huwa inatoa mlipuko ya moto kubwa na inatoa moshi nyingi sana. So tungekuja na tuizike. Sasa ile siku sisi tunajua hiyo boma tunataka kwenda kuonyesha miujiza, kuwaambia tunakuja kuwafungua kwa wale watu wameendea kwa uchawi. Tungezika kwa hiyo boma, hata kama kuna kaburi tunaizika mahali karibu na hiyo kaburi, mahali tu inakaa scary weird, provided ilete ile hofu ama iconvince mtu. So hapo ndo tungekuja siku ya kutoa, na utasikia tunaomba tunasema Roho Mungu ametuonyesha. Sio tunavaa mpaka zile manguo zile watu za kanisa zile za religion za dini hizo. Makanzu. So tukikuja hapo mnaona watu kweli wamekuja kazi. Na hapo ndio tutabeba ile mafuta yetu ya maombi ama pengine hata ile maji yetu ya maombi enye tunataka kuuzia watu kanisani. Hizi vitu zote hapa zikiendelea, unajua tuko na jamaa wetu wa kamera. Yeye anakuja ana record. Na hapo sasa ndio hiyo vitu tutaenda na tuambie Roho Mungu anasema hiyo kitu iko kwa shamba mahali fulani. Na tutaenda na tutawapea sasa jembe hao wenyewe. Baada ya siku kuomba maombi tumeonyeshwa mahali iko. Na unajua sisi wenye kuweka ni vijana wetu wa mkono. Kwa hivyo tunatembea na hao. Boma hata kama iko na fence, watakuja usiku kwa hiyo boma, wataruka fence na mtu atachukua kama ni kisu ama ni kitu anataka kuchimba, atajimba tu vizuri. Na dogi kiwa huko. Dogi. Sasa mtu kabla tutume, tunakuwa tumechunguza usalama na security ya hiyo boma vizuri. Hatuwezi enda tu kienyeji. Lazima tujue. Unajua kazi tunafanya na wakora na wezi na wajuaji sana. Mtu kabla muingie huko anawaambia hiyo boma tumeenda tumechunguza, tumeona iko na CCTV, iko hivi. Kwa hivyo mission yetu hatutaifanyia nje ya boma. Hiyo vitu yote tutafanyia ndani ya boma, ndani ya nyumba. Sasa tunajua huko tutatumia ceiling board, tuweke hizo vitu kwa ceiling board na vitu kama hiyo. Lakini sasa tukienda kama ushago unapata kwa kuna watu wameweka kamera. Na boma nyingi za ushago unapatananga tu ni ka fence kamewekwa hapo. In fact kama kuna yenye iko na fence, hata nje ya boma tu pahali tu. Hizi vitu wanaeka popote. So unapata boma nyingi hata kama ni za ushago, hata kama ni fence ya mabati, unaona mpanda tu mimea. Ni mambo tu mnaruka mnapanda hizo vitu provided mmejua security ile boma ikoje. Na baada ya kumaliza hiyo kazi, na boma zingine zinanga fence for information na ni boma. So mnaingia tu mnapanda. So siku ya kutoa ule jamaa mwenye kupanda, maana ndiye anajua mahali yako. Yeye mkiomba mkisema Roho Mungu ametuonyesha mahali huko, yeye ndiye yako line ya mbele. Ataenda atembea na mahali, atasimamia makaribu na hapo ndiye atawasignal. Kwa hivyo hata kama ni kwenda kuanza kuchimba, sio sisi tutachimba. Wale wenye wako kwa hiyo boma, especially tukijua kuna mtu aamini vitu tunasemanga sana, yeye ndiye atachimba hiyo kitu. Ndiye aamini. Venye mnaongelesha mnaona wale wenye umewahook sana na wale wenye unaona anaweza haribu hii form. Juu ni kama amini. Unamwambia wewe kuja uchimbe. Hiyo ndiye anaitoa. Yeye ndiye ataitoa. Sasa imagine either ikuwe ni ile pembe tumeweka ama ni kichwa ya mtu skull tumetoa kule makaburini. Sasa wakati tumeizika hivyo, tutakuja tumwagilie maji, pengine udongo ikuwe nyepesi. Huyo mtu akianza kuchimba ama tunataka tu mwenyewe achimbe. So akikaribia kufika chini, ndio sisi tutakuja na ile maji yetu ya baraka sasa. Tunataka ile maji ishikane na ile chemical inaitwa sodium metal. Itoe joto na itoe moto na hiyo joto na hiyo moshi. So ukiwa tumeweka kitu kubwa kama ni kwa skull, hapo ndio unaonanga inalipuka. Na inainua mpaka ile skull juu. Sasa hata yule kijana wa hiyo boma mwenye kuchimba, ndugu yangu huyo kijana alikuwa mjasiri. Ile kitu ataona hapo. Yeye ndiye anakuanga wa kwanza kuanza kukimbia. Na sisi naye mapasta ambaye tuko nao hapo ni wa kusaidia kuongeza uoga kwa wale watu. Au naye ndio wataanza kukimbia sasa. Kufuruga huko sasa ndio ikae sasa tunadili na vitu unusual. Na utaona hata mtu anachukua ile inaitwa ino, anaweka kwa mdomo, hata anaanguka chini anajifanya ile mapepo ndio imeanza kumnyonga, anatoa pofu akiwa chini na ameanza kugaragara. Sasa hapo ndio tunawaambia hizi vitu ziko hapa ni za uchawi na ziko na nguvu nyingi sana. Na mnafahamu tuwe sadaka kiwango fulani
ndio turudishe hizi vitu Pemba Tanzania, twende tuziharibu. Na kweli kwa hiyo boma kama hawana pesa at that particular time. Na usisahau kwa hiyo boma tumechukua kama ni mapicha zile tunaweza kuchukua information, shida za hizo boma. Pengine kuna boma unajuanga, pengine watoto hiyo boma wasichana wawili walioleka kwa ndoa watakatoka, kuna mwenye alikuwa na shida ya miscarriage, shida za hizo boma tumecollect. So zote tumeziandika kwa makaratasi. So zikitolewa kwa ile pembe ama kwa ile skull, wakati inachimbuliwa inatolewa, ziko pale na tumefunga na karatasi ya nylon, tunazitoa ndani hizo vitu inakaa uganga. Sasa kila mtu anakuja hapo anataka kuona ni nini hizi, na hapo ndio wanapata kuna makaratasi imeandikwa, mpaka picha za hiyo boma zimewekwa hapo ndani. Na picha ungeniuliza tunazipata aje, tungetuma tu hata mtu mmoja. Hiyo ni baadhi ya mifano kama zile ambazo unaona ati watu wanakuja kwa boma kutoa pembe na kutoa vitu za uchawi ziko kwa boma. So kategori ya kwanza tumeona is either wanaipanga in advance, alafu sasa wanakuja kuzitoa. Na hiyo kitu inaweza ikazikwa, ikawekwa kwa boma ya mtu, ikawekwa kwa asset ya mtu, hata kwa maofisi, mali popote wanaweza wakapata hiyo loophole ama mlango ya kukuja kuweka na wakuja watoe. Na kitu kingine kwa hiyo laini unaweza pata kuna watu ambaye wanakuja ile siku wanakuja kuweka, ndio ile siku wanakuja kutoa. Kwa hiyo hawajaizika in advance. So ni kazi ambayo watu wao wanakaa chini, wanapanga, na wale wanafanya hiyo kazi wana strategize. Wanaangalia kulingana na boma yenyu, ama kulingana na ofisi yako, ama kulingana na gari yako, ama kulingana na mahali pako pa kazi, hiyo kitu wanaweza wakaiweka aje na wakaitoa aje. So based on those kind of factors ndio itategemea watapanga game gani, provided wakuja waeke na wakuja watoe. Na ukitaka kujua watu wanakuanga ni watu wa kupanga hizi vitu na wako kazi, end of the day lazima watatoka na pesa ama na mali ama na utajiri kwa hiyo boma. Na watazingatia ni nini? Watazingizia ya kwamba ni mapepo ama ni maroho chafu ilikuja ikaweka na wakakuja wakatoa. Na hapo ndio vile Wakenya na dunia watu wanapumbazwa. Na wale ambao watanisikiza pengine wanajua Mungu kidogo, ukisoma kitabu katika kitabu ya Mathayo mlango wa 24, maandiko yanasema ya kwamba siku za mwisho kutatokea na manabii wengi wa uongo, na watatoa unabii, wataponya magonjwa, na wengine watafanya miujiza, na watawadanganya hata watu ambaye ni waumini. So having said that, tunaanza kuelewa ya kwamba kutatokea na hao watu, na wengine tumekuwa na wao, na wengine tumeenda kwa makanisa zao, na wengine wao tunawaita manyumbani kwetu. So hivyo ndio vile wao wanafanya hizo operation. Na pengine kuna mtu atauliza, na wale wao wanatoa mifupa kwa mwili ya mtu, ama pengine mtu anatoa mawe kwa mwili wa mtu, hizo zote ni the same kind of tricks huwa wana perform. So ni vile tu elimu ambayo wanatumia ama ukora ni vile imezidi kuelewa kwako, ni vile hujapatana na mtu akakufunua macho ukaona vile hizo vitu huwa zinafanywa. Lakini to answer that question, hakuna vile mtu anakuja kutoa mawe kwa tumbo ya mtu, ama wengine unaona wanainama wanauma kama ni kwa tumbo ya mtu na wanatoa hiyo mawe. Hizo vitu zote, no matter how much they will convince you, ni vitu ambayo wanakuanga wako naye. Kwa mfano mtu anaweza kuwa ako na mawe ameiweka kwa ulimi yake na chini, kwa hivyo immediately anainama anakuuma na anatoa, na anaitoa kwa mdomo wake, ama ataitupa hata chini. Na ukitaka kuelewa kitu nakwambia, ni kitu ambayo huwa inafanywa kwa haraka sana. Maana sasa ujanja yao iko kwa kufanya hiyo kitu fast, so that mawazo yako isiweze kuona ama kuelewa hiyo kitu wameifanya kwa njia gani. Ninasema hivyo kwa sababu mimi ni mtu nimekuwa nikifanya hizo vitu. Kwa hivyo kama kutakuwa na need ya episode 2 tukuje kudemonstrate venye hizo vitu huwa zinafanywa, we will come. Tueleze hapo kwenye comment section, na pia hakikisha unashare hizi video kwa watu wengi sana, kwa WhatsApp group, kwenye Facebook, kwa social media tofauti, maana kuna watu wengi sana wanaathiriwa na hizi vitu. Kuna boma za watu wameibiwa pesa, wameibiwa mali. Watoto wa hiyo boma leo wanahangaika na kutaabika, na walikuwa na mali na utajiri, na walikuwa na boma yao. Wengine waliambiwa ni hiyo boma imerogwa, sasa itabidi muuze hiyo boma. Unapata hiyo boma ilikuwa na watoto, walikuwa wanaendelea vizuri, wako na kwao. Leo wamekuwa wahalala hoi, hawana boma, hawana mbele wala nyuma. So wakati tunaongelea vitu kama hizi, najua unaweza kuwa wewe umeathiriwa na vitu kama hizi, ama pengine unajuana na mtu out of 10 people, either kama si kujuana umewahi sikia kitu kama hiyo mahali unaishi, ama kwa watu ambaye unajuana nao wakajuana na watu kama hao. So make sure una share hizi videos zifikia hao watu, ndio waweze kufunguliwa macho. Enda ikawa kupitia wewe
Mungu atakutumia kwa kushare hiyo video upate unaokoa boma ya watu. Hebu nikuguzie mfano tu ndio uelewe venye hizi vitu zinaathiri watu kwa haraka haraka. Mfano wa kwanza, mtu anakuja kuambia pengine ametoa uchawi kama hiyo kwa boma na anataka kukuambia ni mother in law ndiye amekuwa akikuendea kwa mganga, maana hakuwa anataka uoleke kwa hiyo boma, ndio maana walikuja wakazika hiyo pembe kwako ama wakakurushia hiyo roho na ndio ametoa hiyo mawe kwako. Maana lazima akueleze hiyo kitu ni nani aliweka na amekusaidia kuitoa na vile atapata pesa. Kwa hivyo kitu ya kwanza lazima atafute mtu ambaye watazingizia ndio the cause. Sasa ule mtu atasingizia kama ni mother-in-law wako, wewe haujui ni ukweli ama si ukweli, lakini anataka kukuaminisha ni mtu wa karibu na wewe sana. Kitu ya kwanza amesha kutenganisha kihusiano na huyo mother-in-law. Mwingine atakwambia ni mama yako, ni mzee wako, ama ni mtoto wako, ama ni ndugu yako, ama ni dada yako. Unajua akikwambia hivyo tayari amesha kutenganisha uhusiano wako na huyo mtu. Unaweza kuwa na shida lakini hauwezi rudi kwa watu wenyu uwaambie kuna mali niko na shida mnisaidie, maana sasa wewe unaishingi ukijua hawa ndio wananiroga, hawa ndio wananiendeanga kwa uchawi. Lakini kitu ya kwanza wakati alikuambia hivyo, wewe hukumuuliza ni pruvie ya kwamba ni huyo mtu na umwambie kitu kingine. Je, vile umenieleza huyo mtu akiwa hapa unaweza ukasema the same thing? Ukiona na dodge hiyo story, ujue huyu ni false prophet, amekuja kukutenganisha na watu wa maana. Na hivyo ndio vile boma zinavunjwa. Kuna wengine boma zinavunjwa na hiyo system. Kama sisi kwa ile unabii wa uongo, kuna wachungaji mimi najua, angeona msichana mzuri amekuja kanisani na ni mrembo atake kulala na huyo msichana, angeanza kumtenganisha na bwana yake. Naanza kumwambia nimefunuliwa na nimeonyeshwa bwana yako siku hizi anaanza kutoka nje ya ndoa yako. Na atampeleka hivyo polepole dakika ya mwisho kumbe alikuwa anataka kulala na yeye. Na wengine utapata huwa wanaolea mtu bibi. Mtu anakuambia hiyo boma umeoleka hauko unahitajika ama hawako wanakuhitaji huko. Hawakutaki kwa hiyo boma. Kwa hivyo anakuambia enda kwa hoteli fulani next month tarehe 15 itakuwa Friday. Kuna jamaa atakuwa amevaa suti ya blue na atakuwa na funguo ya gari na amevaa viatu ya kala fulani na kofia kala fulani. Enda, ukifika hapo huyo mtu atakuanza kukutongoza na uhakikishe umekubaliana na huyo mtu, maana ndio mtu nimeonyesha atakuja kuwa bwana yako. Na kweli hiyo siku ikifika ukienda hapo unapata huyo jamaa kwa hapo. Maana ametayarishwa na wao majamaa na akifika huko atakutongoza vile nabii alitabiri na wewe utaona ni unabii natimia. Maana sasa unabii wao ndio utimie, lazima waipange. Na niguzie tu kwa kitu kidogo sababu pia nafuata ile lead ambayo ninasikia. Kwa mfano kuna boma unaweza ukapata kuna rituals zilikuja kufanya, mkaambiwa kuna shida fulani. Sasa huyu si pastor na sio mganga, sio pastor na sio watu wa kanisa, ni waganga. Mkakuja mkaambiwa kuna vitu fulani ziliendelea kwa boma yenu ya uchawi. Pengine ndio maana hiyo boma watu wasomi, ndio pengine kuna mtu ameingiwa na wazimu kwa hiyo boma, ama pengine kwa hiyo boma ndio watu waoleki, ama pengine kwa hiyo boma ndio kuna magonjwa ambazo haziishi, ama pengine kwa hiyo boma ndio maana amuendeleangi kazi ya mikono yenu haiendelei. So mkaleta mtu mdaktari ambaye wanaita daktari wa kienyeji. So wakati mnaleta huyo mtu mkona amekuja ameperform the same kind of rituals na pia akaanza kutoa vitu za uchawi kwa hiyo boma. Muniamini kitu nawaambia, hii kazi nimeifanya zaidi ya miaka 10 zaidi. Nikiwa mpaka nimefika mahali tutaongea kwa episode 2 zaidi sana. Maana nitakuja kukuonyesha vile tulikuwa sasa tumefika mahali tunaanza kutumia mapepo ama maroho chafu kupata ujumbe za watu na tunaanza kuambia watu na vitu tunawaambia ni ukweli. So hii level ambayo tuna deal na hii kwa hii episode 1 ni category ya watu ambayo wanakuja kuweka vitu nao ndio wanakuja kutoa. So inaweza kuwa ni wachungaji ama ni waganga ambayo mnawajua wako kwa vijiji, ama ni watu mliambiwa ni spiritualist wanasaidianga watu solution, wanapewa watu solution za kiroho. So ninaongelea hiyo level kwanza kwa episode 1. So kama umewahi ona ama kuwitness vitu kama hiyo, mtu akakuja akafanya vitu na akatoa, ujue hapa tuko kwa episode 1. Hawa wote wanakuanga ni watu wenye wameweka hizo vitu na wakakuja wakatoa. Na ukiwa uko na swali, wewe uliza tu kwenye comment section ama namba, wakati ndugu yetu anaweka namba zake hapa, pengine kama anawekanga namba ama vile mtampata. Hata yako unaweza taja. Yes. Wekeni hizo maswali hapo hata kama ni kwenye comment section. Yes, kwa comment section. Ulizeni maswali yote mnataka tukave. Tutazijibu kwa episode 2. Kwa episode 2. Yes. Ndio sasa, maana kuna watu najua pengine wanaona hiyo kitu waliekewa ama walifanywa ilikuwa more real. Wanahitaji explanation. So ma-comment ambaye ndugu yetu atatuonyesha, nitakuja tutaanza kuingia kwa undani tukiichambua. Pengine ndugu yangu before tujafunga, pengine tukifikisha hapo kwa uchache sana. Sijui kama kuna swali moja ama mbili pengine unaweza uliza tu in case on behalf of other people. Mimi nataka kuuliza na najua kwa hii episode tumekuwa nayo. I'm sure kuna maswali mengi, lakini najua wengi wanaweza taka kuuliza hii swali nataka kukuuliza. Yes. Utajua aje cha
ukweli yenye iliyeko hapo, kama ni pembe ama ni kitu ya uchawi na ya uongo, tofauti ni gani? Kuna ule pastor tumemjua kwa muda, amekuwa akitusaidia kutuombea na kujanga na toa. Kuna huyu pia mwingine ameanza kukuja kutoa. Tutajuaje kuna mganga fulani ama kuna jamaa fulani kwa kijiji chetu pale nyumbani huwa anataka kutuua ama anataka kuua kina nani na anapeleka hizo vitu pale hivyo na anazika ndio iweze kuaffect familia, labda kwa vifo ama watu wa kuefala ama nini? Ukweli na uongo ni gani? Okay, nijibu tu hiyo swali kwa haraka. Ukiangalia kwa Bible, wale wanajua mambo ya Biblia kidogo, ukiona Yesu hajaienda akaekea mtu kitu ama hajaienda akatoa kitu ya mtu kwa Bible. Naye mitume wenye walikuja kuhubiri, hakuna mtu amewahi baadhi ya miujiza walifanya ati wakaenda kutoa uchawi kwa mtu. So wakati yote utaona kuna mahali kitu inawekwa ati ya uchawi na inaenda inatolewa, ujue ni extra curriculum ambayo haiko kwa Bible. So hapa is either una deal na mkora ama una deal na diviner. Na hapa namaanisha diviner, huyu mwenye alikuja akaweka na akakuja akatoa, na pengine ukaambiwa ni mganga fulani ama ni mtu fulani ndiye alikuja kwa hiyo boma yenu maana hataki muendelee, sasa amekuja kuwasaidia, ujue ni the same group. Sijui kama nimeeleweka. Mwenye kuweka na mwenye kutoa ni mtu mmoja. Yes. Hata kama pengine mtu mwingine mwenye aliweka, lakini the same group, mwenye kutoa ni mwingine. So wako wote kwa kategori moja. Hakuna ukweli ati mtu mwenye alipanda mwingine akafunuliwa akaenda akatoa. Hiyo hai-exist na usiwahi kubali na ina-exist. Hiyo hakuna. Sasa kuna cha ukweli, acha niseme hivi, niulize hivi, kuna cha ukweli ya kuwa kuna huko kwa village, most of the time zinafanyikanga huko mashambani. Yes. Kuna waganga ama kuna wenye wanafanya na waganga na wanataka kuua ama kuleta madhara kwa boma fulani. Yes. Na huwa wanaenda wanapanda hizo vitu kwa maboma. Huwa inafanyika. Ndio nimesema sasa hapa kuna mtu mwenye anadili kwa hiyo vitu physical. Na pia kwa hiyo episode 2 tutaingia deep kidogo, na hapo ndio tutaingia kwa mtu anaitwa sa diviner. Huyu sasa ni mwenye anatumia maroho, spirits. Na yeye kama anatumia ma spirit, hahitaji kuenda kupanda hizo vitu. Yeye anaweza kuja tu spiritually na akadeal na hizo vitu. Lakini tukikuja kwa realm ya wachawi, kama ni mchawi fulani ameenda ameweka, alafu naenda unaita mganga mwingine akuje atoe, ujue wote wako kwa level, wako kwa spiritual moja. Ni sawa sawa uende utoke kwa hiyo hospitali umetatuliwa shida fulani, alafu upate kuna shida nyingine tena uende kwa hospitali nyingine ukuwe diagnosed alafu uanze kutatuliwa. So hauwezi enda umewekewa kitu na mganga tena uende uite mganga. Kitu mganga huwa anafanya hao madaktari wa kienyeji, akitoa hiyo shida, pengine ametoa shida kwa tumbo ama pengine kuna shida ulisikia na kusumbua kwa mguu, ukaenda kwa hiyo mganga kweli ukaona umeenda huko na umeacha kuumwa, imeisha. Kitu anafanyanga anatoa hiyo roho, maana ni spirit, anaitoa hapo anayamisha pengine sasa kwa mgongo. Ndio ili wewe uendelee kukua mateka wake, uishingi ukimletea pesa. Na hiyo ndio nimesema sababu hiyo topic is very wide, tutadili naye kwa episode 2. Na pia kama kuna watu wanaona kuna need ya episode 2, yes, watueleze kwa comment section. Yes. Ndio tukikuja na kuja sasa kufungua hizo vitu za kiroho sana. So ni ukweli kuna watu wanafanya na waganga na wanataka kuleta madhara kwa maboma za watu, wao wanafanya hivyo. Yes. Okay. Sasa tofauti mtu wa kawaida kujua tofauti ndio shida. Sasa ndio hapa tunafika mahali tunasema ni watu sasa waanze sasa kugrow personally. Maana ukigrow ujue ukweli, utajua uongo automatic. Na pengine watu kama sisi ambaye tutakuja na watu wengine ambaye Mungu atawatuma kwa social media hii ya kufungua watu macho, wanaweza wakatumika kukua bado ni source of information. Yes. So tofauti ya kwanza, mimi wanasema hivi, ukiwa na ukweli ama umetembea na ukweli ama umeishi ukitafuta the truth ikiwa ndani yako, especially wacha niongee kwa hii area maana tunadili na vitu very spiritual. Ikiwa kuna mtu ako na Roho Mtakatifu ndani yake, niruhusu niongee, najua congregation yako ni watu tofauti, different viewership. Lakini ikiwa kuna watu wako na Holy Spirit ndani yao, now Roho Mtakatifu ndio anafunulia watu ukweli through the spirit of discernment. Na niguzie tu kitu kidogo ndio mtu aweze kuelewa. Unaweza kuwa pengine kuna vitu umeona mchawi amekuja ama mganga amekuja kutoa vitu fulani kwa boma, na wewe ukasikia tu dhamira yako ama spirit yako haikubaliani na huyu mtu. Sasa inakuanga ni defend mechanism ambayo Mungu amekuwekea ya kuoppose ama kukuprotect. Maana unaweza kaa unahisi kuna kitu sielewi kuhusiana na hiyo vitu imeendelea hapo na huyo mtu amekuja amefanya. Though inaonekana kwa macho na make sense amekuja na ametoa, lakini dhamira yako unapata inamfight. Hauna amani na huyo mtu, haukubaliani na vitu huyo mtu amefanya. Hiyo inakuanga ni the truth that exists in your life.
Lakini sasa kwa sababu pengine hujapatana na watu wako awoken spiritually, wanaweza wakakuambia hiyo dhamira yako ilikuwa inapingana na hiyo kitu, kwa sababu hiyo vitu ni za uongo, ni za udanganyifu. Na isitoshe vitu zao manabii wote wa uongo na waganga na uchawi, vitu yao yote inaishianga iseta, watakuja wachukue pesa, wachukue mali, wachukue utajiri. Ukiona hivyo ujue na deal na mtu muongo. Aha. Yes. Asante sana Musa wa Mungu. Yes. Tunatumai lazima tukue na episode 2 ndio endelee kuchanua watu. Asante sana. Thank you so much brother. Thank you for making time. Asante. Pengine tuweke social media platform mahali tunaweza patikana. Sijui kama unaruhusu watu waache contact hapa. Yes, tunaruhusu. Contact yangu ni 07 59 07 59 77 07 59 07 59 29 59 77. Kwenye Twitter handle na hizo social media zingine zote utapata ni Musa wa Mungu ama Revival in the Nations. Na in case una swali ambayo unajua inaweza kukusumbua sana, tuweke kwenye comment section. Unless kama kuna jambo lingine tofauti, tunaweza wasiliana. God bless you. It was good having you on board. Make sure you share the video as many times as you can.